nitamwabudu Yesu. Nitamtukuza nani? Nitamtukuza Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Imba. Nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Oh, nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Imba. Nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Oh, nimempata aliye mwaminifu, Yesu hawezi badilika. Imba. Nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Oh, nimempata aliyenipenda mwanzo, Yesu hawezi badilika. Imba. Nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Oh, hawezi badilika. Mungu hawezi badilika. Yesu hawezi badilika. Bwana hawezi badilika. Huyu hawezi badilika. Habadiliki na nyakati Bwana. Habadiliki na majira Bwana. Oh, hawezi badilika. Yesu hawezi badilika. Oh, wazazi wako waweza badilika. Huyu Yesu habadiliki kamwe. Oh, asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Oh, na watu wanu waweza badilika. Huyu Mungu hawezi badilika. Nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Oh, hawezi badilika. Yesu hawezi badilika. Baba hawezi badilika. Hawezi badilika. Shangwe na vigelegele. Makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Haleluya, shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Oh, wengai, 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 wengai. Oh, wengai wa malario, wengai, wengai, oh, wengai mwene hinya, wengai, wengai, oh, wengai orogoshwa, wengai, wengai, oh, wengai mwene ohoti, wengai, wengai, oh, ngai ore mwega, ngai ore mwega, oh, ngai ore mwega, ngai ore mwega, tala kwa balaria, tambore mwega, oh, ngai ore mwega, ngai ore mwega, etola kogosha, tambore mwega, ngai ore mwega, ngai ore mwega, Atetinero tuirata, otana tayari.
utana hatari yake. Yesu ndio itwani yake. Nawe moto ejigeithia mundu wambira ni mwendete na moko na iguru geithia ucio ungi wambira ni mwendete na moko na iguru geithia ringi wambira ni mwendete na moko na iguru atiri utotira niki kumwagiria Ngai ngima niturikanire nake tondu niguo geithia mundu umbira ni mwendete we moko na iguru geithia mundu umbira ni mwendete we moko na iguru geithia mundu umbira ni mwendete we moko na iguru. 1, 2, 3, 4 Jesus. Pigia Bwana wetu Yesu. Pigia Bwana wetu Yesu makofi. Yes. Chukua kiketi chako na ukaketi chini. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nikigojea ushuhuda. Unajua vitu zingine zinafanyikanga watu wanaona ni kama wanasubuliwa. Imagine tu mtu anakataa tu kuenda tu pale tu. Kwani hii imetoka nayo wapi tena? Hizi nazo mararutireko. Mivago ege yumako. Kwa Bwana. Haro. Kwa hivyo usione ni kana kwamba tunaenenda na njia ambayo inafaa. Kwa hivyo ni vizuri. Bwana pewe sifa. Ni wangapi wamepeleka ushuhuda wao mahali pale? Kwa hivyo Oliver. We are waiting for you. Hello. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Lord. Na natumai kila mtu amekaa chini ako na bahasha. Dorawega todo dino igatuikire pesa, dino igaturute sadaka. Nimesema tu kuhusu bahasha. Hivyo tu. Kwa hivyo sijasema kitu kingine. Hata sijasema pesa. Ni wewe tu unafikiria. Lakini nimesema kila mtu tu akuwe na bahasha. Bwana apewe sifa. Oliver. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Mungu wetu ni mwema na ametenda mema. Bwana apewe sifa. Hakuna kitu kizuri kama kumtumainia Mungu na kumtegemea Mungu. Kama vile neno la Mungu linasema, wale wote wanaomtumainia Mungu ati ni kama mlima Zayuni, hawatatingizika. Ukitumainia Mungu kwa jambo lolote lile, hakuna wakati utatingizika. Lakini kulaaniwa ni yule mtu anayemtegemea mwanadamu. Bwana apewe sifa. Hakuna siku na wakati, hakuna wakati utamtegemea Mungu uaibike. Lakini utategemea mtu, within no time upate hata ile mpango mlikuwa nayo imeenda tu hivyo. Umempigia simu hashiki na mliacha kama mmekamilisha kila kitu. Lakini ya Mungu hakuna wakati itakuwa mteja. Na hakuna wakati utapata Mungu ako offline. Anakuanga online kila wakati na kila saa. Bwana pewe sifa. Praise the name of the Lord. Na Mungu atusaidie. Tunapoendelea na tunapoendeleza hii safari ya wokovu. Sababu si rahisi. Wakati tulikuwa tunaokoka wenye tulikuwa wanatuombea, mimi kwangu nilikuwa nasema walikuwa wanatudanganya. Sababu kulingana na vile walikuwa wanahubiri, mimi nilikuwa nadhania kwa Mungu ni tabarare hakuna milima. Na tukafundishwa kwa wimbo, tambalale kwa Yesu tambalale. Tambalale kwa Yesu tambalale.
tambalale kwa Yesu, tambalale, tambalale kwa Yesu. Hakuna milima, lakini kama kuna mahali kuna milima na mabonde ni ndani ya wokovu, na ni kwa huyo Yesu. Nilikuwa nadhania nikiokoka nitakuwa tajiri. Si hata wewe ndio ulikuwa ukiacha dhambi zako, ukiacha tabia zako baya, ukikuja kwa Mungu, kumbe kuna kulipa gharama, kumbe kuna kuteseka, mpaka unafika mahali unasema ginyana haudakinyia. Lakini ukipata Yesu umepata vyote. Hata kana kwamba haionekani na macho ya wanadamu, hata kana kwamba haionekani kwa macho ya mwili, kwa Yesu ni mambo yote. Kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu kuna amani. Watu wa dunia wanajua amani wakiwa na pesa, na ni kweli ukiwa na pesa kuna kamani kengine unakuaga nako kazuri tu, lakini wacha iishe. Unakasirikaga tu hivyo bure, na hakuna mtu amekukosea. Unajipata tu automatic umekasirika, na ni vile tu hauna pesa. Bwana pewe sifa. Si uniuliza nikwambie, Danson hapa anakasirikaga tu hivyo kama hana kitu. Hivyo tu unapatana na yeye huku ni nini? Achana mimi Beatrice. Na nini sasa? Kupe ni hado haria. Bwana pewe sifa. Kwa Yesu kuna raha. Leo hii kuna watu wamepitia magumu hiyo wiki yote, lakini leo hii wako na amani na wako na raha. Wako ndani ya nyumba ya Bwana kushuhudia ukuu wa Mungu na kushangilia huyu Mungu, ni kwa sababu ametenda mambo makuu. Bwana pewe sifa. Naomba nikwambie kwamba hata wakati unaona ni kana kwamba uko peke yako, Mungu yupo pamoja na wewe. Ni vile haumuoni, lakini uwepo wa Mungu uko pamoja na wewe. Wakati mwingine unapitianga mambo unaona ni kana kwamba Mungu si wa kweli, ni kana kwamba Mungu si mwaminifu, lakini wacha nikuhakikishia kwamba Mungu anakupenda zaidi ya vile wewe unavyompenda, zaidi ya vile wewe unaweza jua. Mtu mmoja akaenenda kwa safari. Bwana pewe sifa. Alikuwa kwa kichaka ndani, kulikuwa na njia, lakini alipoanza safari lazima angemaliza ile safari. Akaambia Mungu, naomba utembee na mimi, sababu katika hiyo safari kwenye hicho kichaka lazima kukue kuna wanyama ambao utapatana na wao, na kwa hivyo kufika the other side, probability ya kufika the other side hata haiko half. Chances za kukuliwa huko katikati ndizo zilikuwa mingi. Alipoanza na Mungu akatembea na Mungu, sababu unaona ile kichaka unaonanga hakuna miti mingi, si kichaka vile, kuna kajia, unaweza ona hata kamnyama kadogo kakiwa pale. Alipoendelea na safari akaendelea akiona sasa kumeanza kukua, kumeshikana, miti imekuwa mingi, amejiona ako peke yake. Bwana apewe sifa. Lakini alipofika mahali moyo wake ukainama, akaambia Mungu, nilikwambia utembee na mimi, and it's like I'm all alone in this desert. Praise the name of the Lord. Ulianza na Mungu na umeenda vizuri sana, lakini imefika mahali umeanza kukua na doubt. Umeanza kuona ni kana kwamba Mungu hatembei na wewe, ni kana kwamba Mungu hajakushika na mkono, ni kama alikuachilia. Ukiangalia yale mambo unayopitia unaona mimi sina Mungu. Wewe kama ni mtumishi wa Mungu unajiuliza, ni kana mimi niliitwa kweli? Si mara moja, wala watu wameitwa na Mungu kufika mahali na kujiuliza, edario mwite kani ndeetete. Unasahau ya kwamba Mungu yu pamoja na wewe. Wakati alianza safari alikuwa ana feel the presence of God in him. Alipoendelea na safari, venye kichaka imeendelea kushikana, akaona ni kana kwamba ako peke yake. Lakini alipokaa mahali, Mungu akauliza Mungu, nilikwambia utembee na mimi, and it's like niko peke yangu. Akashikwa tu na kausingizi kidogo. Mungu akamwambia, ni gali bado niko na wewe. Akauliza Mungu, nitajuaje ya kwamba ugali bado uko na mimi? Akaambiwa na Mungu, naomba urudi nyuma.
Utakaporudi nyuma mpaka mahali ulitoka, utaona ni kweli nilikuwa na wewe. Alipokuwa anatembea, kwingine alikuwa anaona steps 4 na kwingine 2. Akachanganyikiwa, kauliza, na huku ziko 4 ni za nani na nani? Uliniambia nitembee na wewe. Kwa hivyo nilikutangulia, and that is why unaona steps 4. Na kwenye ninaona 2 ni kumaanisha nini? Ni kumaanisha ya kwamba kuna wakati ulifika katika uvuli wa bonde la mauti, Mungu akakuinua juu, akatembea na wewe. Kwa hivyo the 2 steps zilikuwa za Mungu mwenyewe, tayari alikuwa amekubeba juu. Wakati mambo haijakuwa rahisi, mkono wa Mungu unakuinua juu. Akoyaga kidaya ugakorwo atetiwe rege ende nega yogukuite. Bwana apewe sifa. Na hapo ndipo wengine wetu tumefika. Unaona nikana kwamba Mungu amekuachilia, nikana kwamba Mungu hatembei na wewe. Naomba nikuhakikishia kwamba atakana kwamba unasikia bingu imenyamaza, atakana kwamba unasikia Mungu hakujibu, amenyamaza, angali bado ako na wewe. Amekubeba kwa mkono wake, sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Hakuna kitu kizuri kama kuwa na maagano na Mungu, ya kwamba Mungu, katika hii safari siwezi nishike na mkono. Kuna mahali itafika akushike mtembee nyinyi wawili, na kuna mahali itafika aone kwa nguvu zako na uweza wako hautaweza, atakuinua juu. Na ndio maana tuko hapa siku ya leo kushuhudia wema wa Mungu, kushuhudia ukuu wa Mungu. Atakana kwamba uko katika hiyo hali, unajaribu kujiuliza utatoka wapi. Daudi akisema ya kwamba hata wakati niko katika bonde la uvuli wa mauti, katika uvuli wa bonde la mauti, kwa hiyo bonde hakuna mambo mazuri inaweza patikana mahali pale. Bwana apewe sifa. Hakuna mambo mazuri yanaweza patikana pale. Lakini Mungu alimuahidi ya kwamba hata wakati uko katika hiyo bonde, niko pamoja na wewe, usiogope. Na mimi nakuhimiza ya kwamba usiogope. Simama imara ndani ya Mungu, na Mungu yuko pamoja na wewe. Naomba nipeane nafasi hii, ikiwa si nafasi ya ushuhuda, kwa Mama Pamela. Praise the Lord. Naomba nisaidiwe na mic ingine tafadhali. Karibu. Erutĩire akĩhingũra ibuku rĩa gĩtĩ kũhingũra, nĩ mũrũ wa Ngai. Erutĩire akĩhingũra ibuku rĩa gĩtĩ kũhingũra, tumuinĩre Jesu, tumuinĩre Jesu, tumukumie tumugoce, tumuinĩre Jesu, tumuinĩre Jesu, tumukumie tumugoce. Ũhonokania ũyũ, ũnene ũyũ nĩ ũgegetie ngoro cia andũ arĩa matũũraga thĩ. Ũhonokania ũyũ, ũnene ũyũ nĩ ũgegetie ngoro cia andũ arĩa matũũraga thĩ. Tumuinĩre Jesu, tumuinĩre Jesu, tumukumie tumugoce. Haleluya. Bwana apewe sifa. Kristo aliwacha yote, akasema mimi ndio nitaenda juu yako, juu yangu. Bwana apewe sifa. Akafungua katika vitabu zote, akaenda akachukua kitabu ya upendo, akaiweka mbele yake, akapatia Baba. Kaambia Mungu, mimi ndio nitaenda juu ya mabrother, masista, ndio turithi ufalme hii pamoja nao. Bwana apewe sifa. Na ndio uko hapo kwa sababu ya Kristo. Bwana apewe sifa. Hata kama mlima, hata kama mabonde, hata kama nile mambo unapitia, wachilia roho yako kwa Kristo. Yeye ndiye ako na suluhisho yako kwake, yeye Kristo. Bwana apewe sifa. Aliwachana na hiyo yote, akapigwa, yani akafanywa mambo ya aibu. Haleluya. Mpaka akatolewa nguo ndio ukaweze kurithi ufalme wa mbinguni. Bwana apewe sifa. Hii barabara si rahisi, ni wakati wa kung'ang'ana
Bwana apewe sifa. Ni wakati wa kujua wewe umeitwa aje, na kwenye unaenda hiyo safari unaenda aje kama venye tumeambiwa. Haleluya. Mwathani Ngai aheo gosi. Nataka kusema hivi, niseme ya kwamba wakati hii tunajiona tukiwa wazuri tukitembea. Kama saa hii nikianguka hapa, watu hata kama mlikuwa mnanisalimia utaanza kuniondokea. Mbele nimepewa jina ingine maiti. Haleluya. Na mbere ine nyumao nina Devu, nina Pamela kana ritwa rĩa kwa Mĩrĩ wa Ithira. Agocwo Mwathani. Wakati hiyo nilikuwa mtu, lakini nimebadilika, nimeitwa maiti. Haleluya. Ni wakati wetu wa kujua ya kwamba saa hili unatembea na rafiki yako anaitwa kifo au muachagi. Mwathani Ngai aheo gosi. Ni masaa tu kwa sababu tunaishi hapa kwa sababu ya neema. Haleluya. Lakini Mungu akitumana, wewe tu ni pahali panaguzagwa na uhai yako inaenda. Bwana apewe sifa. Unaenda ukiwa unakaa aje? Bwana apewe sifa. Labda hiyo safari ulikuwa naenda usharati. Labda hiyo jio ulikuwa unatembea, ulikuwa naenda kwa mganga. Labda hiyo jio ulikuwa unaenda kwa kuua. Wewe tu na roho yako na Mungu na Shetani, watu watatu ndio muko pamoja. Mwathani Ngai aheo gosi. Ni wakati wetu wa dakika yote kukao ukitakaza katika roho yako na kujua wewe ndio umeitwa, wewe ndio mwana wa Mungu. Mwana apewe sifa. Na unajipenda hata kama uko aje. Mwathani Ngai aheo gosi. Mimi saa zingine nasikiaga kulia. Ninataka kumwimbia Mungu. Nikikumbuka kwenye amenitoa, ninasikia miguu inashinda. Natazama na wala naangalia nashindwa. Ngai, matingihota kuinira Ngai. Mamenye Ngai uria we hinya ukiragia mundu akuite. Agukiria mundu atari na hinya. Mwathani Ngai aheo gosi. Kuna maandiko ya Mungu inanielezea ya kwamba ule mama mjane alikuwa na mtoto mmoja tu kijana. Mwathani Ngai aheo gosi. Haleluya. Mtoto wake kijana akafa, na wakiwa wanaenda katika safari wakakutana na watu wako na maandamano yao kama vile yenyewe kuna kuaga huku. Na wamebeba maiti wanaenda kuzika mtoto. Na mama alikuwa anaenda kililiaga Mungu, kumwambia baba yangu ni huyu tu ulikuwa umenipa, lakini sasa nimebaki peke yangu. Haleluya. Lakini Mungu alisikia roho. Akaguzwa na ile maombi yake, akimtazama akitembea. Akaona hapana. Haleluya. Hapo penye palikuwa karibu na pahali mtumishi wa Mungu alikuwa amekufa anaitwa Elisha. Wakaweka hiyo saduku yake hapo. Ni kama kumwangusha hapo wakimbie. Mbele ilikuwa vita. Lakini penye alianguka kwa mkono mzuri. Mbele ile mfupa ya Elisha ikamfanya nini? Kamfufua. Haleluya. Hata kama tumekufa, hata kama mambo yetu imeangamia, hata kama tumepitia katika mambo ngumu, tujue mambo yetu bado itafufuka ukiwa na Kristo. Bwana ni Ngai. Ni wakati wetu wote kujiachilia mbele ya Mungu, kujua ya kwamba nani amekuita. Usikuje hapa kwa sababu umeitwa ama labda umepigiwa na rafiki yako. Jua ni nani unamtumikia. Mwathani Ngai aheo gosi. Kwetu ni upandio ya moro, acha niwaambie ya kwamba wakulima wanalimaga viazi mingi. Lakini hizo viazi zikiwa katika shimo, unaangalia unakuta kiviazi kikubwa kinono lakini kimeharibika. Ikiwa rukiaga getugu. Lakini mkulima anaulizaga Ngai, waru ino yathuka atia? Amini. Naye mkulima ni Kristo. Anakutazama na kuona venye uko. Anashindwa, huyo mtu wangu, huyu kijana, huyu mama, huyu brother na sister, kwa nini anataka kupitia hii? Mbona anataka kuniachilia? Mbona anataka kubadilika? Bila ugakora kiwaruke ukimianza kugasha, kimeanza kuoza, mpaka hata yeye mwenyewe anajihurumia. Bila mkulima si anajisikiaga vibaya. Akora kiwaru ageiuria ireve. Akora waru nuthu ni ciathuka. Anasikiaga aje katika roho yake. Lakini hizo viazi zikiwa hivyo ziko mingi, viazi nazo zinaongeaga.
Mwathani Ngai ahegoci. Ati kiwaru giki ikirana hata kama wewe viazi na umeharibika na umekula fertilizer yangu badala ningeona bado utatupwa. Nayo kiwaru kinamwelezea hiyo kenye kimeosha gitagwo kigacwa gwitu Gikuyu tugitaga kigacwa. Mwathani Ngai ahegoci. Wakati wa kupandwa hiyo kiwaru kinafanya nini? Kinapandwa. Kikipandwa hivyo hiyo zinalimwa, yani zikiwa zimekuwa mzuri, zikipelekwa kuuzwa hiyo viazi vimeharibika inauzwa pamoja na viazi mzuri. Lakini kifika katika mashini ndio ichongwe, unakuta ule mwenye anachonga anaangalia, naona hiki waru ni kibaya, anatupa kwa dustbin. Tusijaribu kutupwa katika dustbin. Tuangalie mzuri, tuwe waru mzuri yenye iko na afya, inaweza saidia watu katika mwili, inaweza furahisha Mungu, inaweza furahisha mkulima. Mkulima ni Yesu Kristo. Mwathani Ngai ahegoci. Naye Roho Mtakatifu mbele ndio tuliachiwa, bado ni mwalimu wetu. Mwathani Ngai ahegoci. Watu wanasikiaga, unasikia umekanywa na dhamiri igagukania. Ikikukanya wacha. Kwa sababu ukienda utafika pahali ya kusema Ngai na niguiguaga dhamiri ikigania. Wakati hiyo masaa imeenda. Mwathani Ngai ahegoci. Ndio Ngai amurathime na mwike wega. Na ninyendete kuina, ndio ni atia guguthie. Ndio nire twagurirwo ndarama. Ngai ni mwega. Tumuhurire rohe. Niokaina next week. Haya, kwa majina mimi naitwa Oliver Mathu Waruinge, wale ambao wanijui na Diaspora Market. I want to invite you. This is the testimony time, and if you have any testimonies that you want to give, even online, would be well appreciated. Sasa wale ambao wako hapa nataka kuwakilisha. Sijui nani ana. Hii si kanisa, hii ni synagogue. Kiswahili inasema nini na synagogue? Ni synagogue. Hii ni synagogue. Na the testimonies na wale ambao wana ushuhuda, na ingiomba dakika chache, 5 minutes only, dakika 5, yale ambao hii madhabahu imewafanyia. Kwa maana mimi najua kuna watu ambao wana testimonies kwa hii madhabahu. Sasa kama una testimonies ya yale hii madhabahu imewafanyia, ningeomba munione. Nimesema kwa majina mimi naitwa Oliver Waruinge, na itakuwa dakika 5. Na wale ambao wanataka kuimbia Bwana pia waniambie. Otherwise sasa tuna ushuhuda wa watoto na kuna memory verses. Tukimaliza hapo sasa tutaenda ile ibada nyingine. Asanteni na karibuni. Thank you. Praise God. Let's appreciate our children. So today they have a presentation. We have a dance from Rose and Sarah in Purity, and the rest will say memory verses, okay? So, DJ. Our Father has many talents. Let's appreciate them so that they may enjoy growing up in the house of the Lord, okay? So, memory verses. Praise God. Praise God again. My name is Grace, and we have a memory verse. Say by yourself. Yeah. Ephesians chapter 6 verse 1. It says, children, obey your parents in the Lord. Ephesians chapter 6 verse 1. It says, children,
Obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Matthew chapter 18, verse 20, it says, praise God. Praise God again. My name is Fiti Modhani and I have a memory verse. Matthew chapter 18, verse 20, it says, for where or 2 or 3 come together in my name, there I am with them. Praise God. Praise God again. My name is Angel and I have a memory verse. John 3:16 it says, for God so loved the world that he gave his begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Praise God. Praise God again. My name is Japheth and I have a memory verse. Psalms chapter 128, verse 1, it says, happy are those who believe in God, who lives by his command. Praise God. Praise God once more. My name is Nadia and I have a memory verse. 1 Corinthians chapter 13, verse 13, it says, and now these 3 remain, faith, hope, and love, but the greatest of this is love. Praise God. Praise God again. My name is Mark William and I have a memory verse. Psalms 23 verse 1 says, the Lord is my shepherd, I shall not want. Okay. Let's appreciate them once more. You want to say something? Say your name. Say, praise God. Praise God. My name is Guy. Praise. And I love you. Say, and I love you. And I love you. Tupigie watoto makofi. Na wewe mzazi kama uko hapo na mtoto unachanga kwa nyumba, leta watoto. Tuna walimu wazuri wanafundisha watoto vizuri. Rũbũrũri ũgĩkũra gũthiaga ũguo, ona kanitha ũkũra gũikaraga ũguo. Yes, Bwana pewe sifa. Tuko wengi hapa na ile lika iko hapa iko na watoto lika hii. Na usiniulize wangu wako wapi. Hata wangu wako katikati ya hao. Praise the Lord. Tunaendelea vizuri na tunaendelea na ushuhuda. Wakati huu nikimkabidhi kipasa sauti Danson na ili ashuhudie wema wa Mungu. Praise God. I'm Pastor Danson. I'm humbled to be here. Mi ushuhuda wangu ni simple sana. Tangu nianze kuja kwenye hii church, nimeona mambo yakibadilika na mambo ikienda ikiwa better. And I would like to urge you mwenye uko hapo, hata kama situation iko aje ama vita iko aje, itakomelia. Amen. Na mambo itakuwa sawa. Hallelujah. Ningependa tu kidogo tu nisome Luke chapter 4 verse number 18. Ili ukiwa hapo maybe uko na maswali mingi, maybe pia uko kwenye kanisa, nipe na Kiswahili pia, ili ujiulize ama unajiuliza angalia ule ni day wake. Amen. Mimi ni wa nini? Kazi yangu ni ya nini? Hallelujah. Lakini nataka ujue you have a purpose. Okay? Being in church na Mungu kukubalisha kuwa mahali hapa, you have a very big purpose. Namba 18 nasema ni Luka 4, namba 18 nasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Hallelujah. Kwa hivyo ukijua uko hapa, Roho wa Bwana yu juu yako. Kwa maana amenitia mafuta kuhubiria maskini habari njema. Hallelujah.
Usifikirie tu maskini mwenye uomba tu pale anakuambia nisaidie. Kuna maskini sana wengi katika kiroho. Haleluya. Nige muno marageria gwiciria. Yaani mambo imekuwa mengi, anasikia tu I'm so poor. In maneno ya Mungu. So ukiwa hapa, tafadhali ukienda nje, anza kuhubiri habari njema. Ni wengi sana wako poor out there. Haleluya. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Amen. Ni wengi wamefungwa kukuliko wewe. Do you know mahali hapa vile unaona ukipitia hiyo maneno unapitia. Kwa hiyo mudo haujauka gagai. No nyone jikarite tamagi. Amen. Naweza jiona nikiwa tu kama Bakari. Hallelujah. Naweza jiona kama Oliver. Na wewe hapa tuko like sasa mimi ni nini? Naendea hii ya nini? Hallelujah. Ni wengi wamefungwa na wewe umetua mafuta juu yako uweze kuwafungulia. Uweze kuhaburia habari njema. Hallelujah. Kwa hiyo tihida ya kueira. Na vipofu kupata kuona tena. Ni wengi hawaoni njia. Na wewe uko na just only one word unaweza waambia wafunguke macho. Hallelujah. Kwa hiyo tihida ya kueira rege. Kuacha huru waliosetwa. Kunao wamefungwa. Je, maombi yako unakuanga ukifungulia watu ama ni kuwafunga? Hallelujah. Huko nje ukipata mtu amepubavwa, wewe kazi yako ni kufungua macho ama ni kumziba zaidi? Tafakari hayo. Bwana Yesu asifiwe. Nawapenda sana. Amen. Tupigie Bwana wetu Yesu makofi ili tuweze kutamatisha kipindi chetu cha ushuhuda. Vijana mko ndani ya nyumba? Hakuna vijana? Hakuna vijana? Mwadhani. Hakuna vijana? Muko? Sasa nataka ni mkabidhi hiki kipaza sauti kijana aliye ni mkubwa wenu ambaye ni Mr. Francis. Karibu. Tumpigie makofi mpaka afike mahali hapa. Haleluya. Amen. Haleluya wote. Haleluya wote. Amen. Miujiza ya Mungu iko kwako. Wetue mundu tuomo. Wetue mundu tuo mundu. Kuma rĩrĩa waciarirwo rĩ nginyagia ũmũthĩ, kutoka siku ya kuzaliwa mpaka wakati huu, ukiangalia huko nyuma, wale walikuwa wanazaliwa wakati yako wako wapi? Angalia tu, angalia na macho ya kiroho, wako wapi? Na kusema kweli, wewe uko umekuwa shahidi ya wale wengine. Sababu kazi yako haijapata mtu mwingine ya kuifanya. Wakati itapatikana mtu yako, utamuondokea kwa kiti awe akiendelea. Utajizibu kwa njia hiyo. Wewe unajiona kweli uko na kazi Mungu amekuwekea? Utajiona kama uko na kazi Mungu amekuwekea na haijapata mfanyikazi mwingine isipokuwa ni wewe. Kwa sababu hiyo ndio inasemekana uwe hapo siku ya leo na kesho na hata kesho ingine. Kwa jina langu ni Francis Wambugu. Nikiangalia kutoka kuzaliwa kama eneo ya kwetu, kuna baki watu wawili tu eneo ya hapo. Nikiuliza wengine huko na huko, wale wanajijua, nasikia hakuna. Wameenda wapi? Wameenda wapi? Wameondokea kazi ya ile walikuwa nafanya watu wengine. Sababu kazi yao walifanya mpaka wanachoka, inakuja inapatiwa watu. Mimi naona
Kazi yangu haijapata mtu ingine, kwa sababu tutaendelea pamoja na nyinyi. Nikiwa hapo muwe mkiniona nikitoa ushahidi wa kusema nilikuwako na niko wakati huu. Nilikuwako na niko wakati huu. Si kwa upendo wangu, ni upendo wa Mungu wangu, sababu anajua maana yake. Ya maana ya mimi kuwako, Mungu anajua. Na wewe, si Mungu anajua maana yako ya wewe kuwako? Au wewe ndio unajua? Ni Mungu anajua. Sababu jana na juzi ingine nilisikia wengine walibebwa na moto. Hata mwingine anabebwa pamoja na mtoto wake kasuri sana, akabebwa na moto. Haya, kwa maji imebeba wengi, gari imebeba wengi, barabara imebeba wengi, lakini wewe bado huko. Kwa nini? Unajiuliza hivyo? Sijui kama kuna wakati imechafika ya kujiuliza hivyo. Kazi yako kati yako na Mungu ni nyingi sana ufanye. Mimi nilianza kufanya kazi ya Mungu 25. Atiwe. Na hata wa sasa sisemi kama nimechoka. Kazi ngumu niliona na ilikuwa ngumu, karibu mimi nizarende, lakini Mungu akasema jiweke nguvu. Ni 54. Na 54 nikakazana mpaka mimi nikasikia machozi kwa roho yangu. Sababu nikiumizwa na kuumizwa juu ya watu wengine, nilijiona na kweli mimi nafanya nini? Nikasukumwa mbali na watu yangu. Mama akasukumwa mbali na watoto yake. My sister akasukumwa mbali na watoto yake pamoja na mama yake. Na pia hata baba. Na hata wa sasa sijachoka, nafanya kazi ya Mungu hata wakati huu. Na sichoki. Wetu ya modo tuweke. Newe kule ado metagwo maretwa mamarika mao. Ndio kane uyo guo. Newe kule ado metagwo maretwa magatuo maretwa mage ni undu wa wira uria marutaga. Ndio kane moyo guo. Ne moyo. Wetu ya modo tuweke mo. Sitaendelea sana. Unasikia mimi ni msaliwa, akina mama yangu wananiona kwa macho akiwa mbali. Asante. Amen. Tupigie kijana makofi. Na mbarikiwe sana. Mbarikiwe sana. Amen. Ninyi wote mbarikiwe sana. Amen. Mbarikiwe sana. Amen. Watoto yangu wabariki. Amen. Na watoto wangu wabariki. Wabarikiwe. Na ninyi mbariki watoto wenu. Amen. Angali bado mzee na bado wanasema ya kwamba kazi ya Mungu atazidi kuifanya. Wewe na miaka yako 20 umechoka. Umefika mwisho, unaona ni kana kwamba hakuna tumaini. Mwibaji wa wimbo aliiba akauliza, kayogeretie maita maigana? Ndukiriogerie ringi. Halo. Usife moyo. Endelea tu na kukazana. Sababu haijakuwa rahisi na haitakuwa rahisi. Mateso ya wenye haki ni mengi sana, lakini Bwana Mungu huwa anawaokoa kwa hayo yote. Kayogeretie maita na ukaremwo. Oete kwa idana donete mashokyo. Ndũgatigithĩrie thio na mbere. Urotete iroto cigana.
Ndugaikare o hau no urote rĩngĩ. Ndugatigithĩrie, ndugakue ngoro. Giginyana tu, agiginyani nimegwatagia. Mutumia ũmwe wa ndigwa wendaga kĩhoto, arokaga kwa mũtuanĩri cira hĩndĩ ciothe, akamwĩra ndĩhĩria kũrĩ mũndũ ũrĩa tũrĩ ũthũ. No mũtuanĩri cira gĩkinya handũ akiuga, na harĩa itoĩ Ngai na ndirĩ mũndũ njonokagia. No mũtumia ũyũ nĩngũmũrĩhĩria nĩgetha tigage kũndangana gũka. Ndamũrĩhĩirie tondũ nĩendaga. Ni venye hakukufa moyo, alikuwa naenda hapo kila asubuhi. Paka huyu akaona nake ni adagire, wacha nimalize hii maneno. Hivyo ndivyo na kuomba usikubali kufa moyo. Zingatia. Ona we jagethima gĩa thikwo, eja kĩngĩ. Ona warota magũkĩrĩra komorote rĩngĩ. Bwana pewe sifa. Ona wamera kĩoneki mahana ta magĩthinĩkania. Ngai agũkuonia kĩngĩ. Ũkũurio nĩ gatoro na Ngai akuonie kĩngĩ. Jakubu, nĩ Jakubu. Tiga nĩ kĩroto rĩu marĩa onire ndangĩonire. Angĩekire ireki, angenyamaza. Lakini lazima angewaambia. Hapo ndipo safari yake ilianza. Sababu Mungu alikusudia kumfikisha mahali, alikusudia tangia mwanzo kumfikisha. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo na wewe usife moyo. Atakana kwamba unaenda kuinuka unagongwa. Kubali hata ukigongwa usirudi chini na urelax. Hapana. Gojea tu. Apostle anatuambianga ya kwamba ukikimbizwa na nyuki lala chini, zitapita juu yako kama zimeenda. Ukivamiwa na maadui, tulia. Wacha kwanza wafanye kazi yao, alafu na wewe uinuke baadaye. Ufanye yale yaliyo mapenzi ya Mungu. Bwana apewe sifa. Usife moyo. Wacha kuhesabu yale mala ambayo umejaribu umeanguka. Umeweka biashara unahesabu tu hasara. Hapana. Jaribu tena. Umeenda kwa studio umeimba, unaona hata ni wale tu watu wa nyumba yako wanajua wimbo yako. Hakuna mtu mwingine. Unaendaga mahali unasema mimi ni muimbaji, watu wanakuangalia tu. Wanajaribu kuangalia ni nini hicho kizuri kinaweza toka kwako. Usikufe moyo. Rudi tena. Haujui wakati wa Mungu. Kama vile Naamani aliambiwa kwamba ajitubukize mara 7, haujui mara yako ya 7 ni gani. Ili upate breakthrough na ili upate uponyaji kwa jina la Yesu. Praise the Lord. Kwa hivyo usikubali kufa moyo. Bwana pewe sifa. Ninulie mkono kama tuko pamoja. Kama ulikuja kama moyo wako umeinama, usikubali moyo uiname tena. Aminia Mungu. Muamini Mungu na umjue Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Praise the Lord. Praise Jesus. Naomba tushikanishe mikono yetu ili tuweze kupata matangazo yetu ya siku ya leo kwa jina la Yesu. Bwana pewe sifa. Tupige makofi mazuri. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Good morning. Habari ya asubuhi. Tumekuwa aje wiki mzima? Tumeomba. Bwana asifiwe. Hata mimi niko salama. Jina langu ni Kasisi Magi na I'm the head of the pastoral in the CFC ama katika hili dhehebu la sinagogi. Na nashukuru Mungu. Bwana asifiwe. Ningetaka kuwashukuru sana kwa sababu ya kuja kwenu asubuhi ya leo. Mmekuwa watu ambao ni wa kuigwa kwa sababu tumekuwa tumeshikiliana vizuri. Hata mchungaji ama mtume wetu vile amekuwa amesafiri wiki majuma kama mawili hivi tumeshikiliana. Bwana asifiwe. Na tumeendelesha kazi ya Bwana
na akaona kweli wanawake wameendelea kusimama na nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo salimia mwenzako, mwambie asanti sana kwa niaba ya mtume. Karibuni sana katika ibada ya leo. Ningetaka kuwashukuru sana kwa sababu pia mmekuwa waombezi wetu. Mmesimama wima na kulinda injili ya Bwana. Bwana asifiwe. Hata mimi nimefurahi kwa sababu mimi pia Mungu ameniwezesha kusimama na nikaweza kufanya kazi yake vile nimeelekezwa kwa Roho katika jina la Yesu. Anaweza kushukuru. To our online viewers, we want to thank you very much this morning for joining us in this service. This is our morning service. We thank you for the continuous support that you have given us. You have supported us. And especially we want to show our gratitude to our diaspora. You have been there inviting our apostle to Europe. We are very, very much grateful. Let us give a clap offering to our online viewers and the diaspora people. We want to thank you for unwavering support that you have given to our apostle while he was on tour in Europe doing the ministration. And I know he has been an embodiment of grace upon the soil of Turkey, Spain, Finland, Denmark, Norway, Sweden, Germany, and all the countries that he was able to visit. Thank you very much for hosting him, for taking care of him. He came here when he was very, very happy and healthy. And we know the grace has also been imparted in you. And I know your spiritual realm has taken a trajectory to be able to share in the grace of deliverance upon the anointing of the man of God. Thank you very much, our apostle, for standing with our online viewers, the diaspora. Thank you for giving up your life to go and deliver, to go and save, to go and populate heaven and empty hell. Praise the Lord. We love you. We want to say we appreciate you and honor your leadership, and we continue supporting this great commission and this great vision in Jesus' name. Thank you very much for the online viewers. We continue to ask you to support us, partner with us, share your testimonies. I know you have been there and you have been blessed to the glory of God. When you give your testimony, we shall overcome them only by two things: the blood of Jesus Christ and the word of his testimony. Praise the Lord. We thank you very much also for continuous support towards registering and also supporting Best Masako. Thank you very much. We have seen your unwavering support. Also, when Apostle visited Europe, you showed a lot of support, even from the other parts of the country, the world. We continue to ask you to continue registering, to continue supporting us, to continue giving up your share capital, also to be able to get dividends. We can tell you for sure we are growing very speedily in terms of also stabilizing in financing and also growing the church and CFC. Praise the Lord. So you're welcome for the online services. We thank you for joining us for this morning session, and also prepare your heart also for the evening service that is going to be taking place Kenyan time, 3 p.m. In Jesus' name, you're welcome, Emmanuel. This morning, we would like to have a few announcements and reminders for that matter, because we've not had it for the new year. And we will start with reminding you as members. Nione ni wangapi members wa CFC? Wao wamejisajili kuwa member, kaenda pale, kamwona dada Magdalene ama wale walikuwa mbele yake, ukajisajili kuwa member. Nione kwa mkono. Bwana asifiwe. Wengine tuko wapi? Tafadhalini. Hili ni juma la Bwana na tumesema ni sinagogi. Karibuni sana pia muwe member. Hapa kuna ratiba ya kuwa member. Huwa tunajisajili kwa shilingi 200. Dada wetu pale nyuma atainua mkono, dada Magdalene pale nyuma ambaye ameinua mkono. Tafadhali tukitoka ibada unaweza kumuona pale kwa ile daftari ili ama dawati ili uweze kujisajili na kuwa mmoja wetu ama mwanachama. Bwana asifiwe. Huwa kwa lugha nyingine tunasema gari ambao halina nambari ni la nani? Ni la mwizi. Hatukuiti mwizi, lakini tunataka uwe mwana. Bwana asifiwe.
ujisajili ndio tuweze kukujua, na ndio ukipatikana na jambo tuwe tunashirikiana na wewe na kuweza kusaidiana. Bwana asifiwe. Pia kuna usajili pia wa M-pesa Sacco ambao unaendelea. Ofisi zetu ni za kufana sana, zilikamilika na tayari ziko kazini. Meneja wetu ambaye ni wa M-pesa, ningemuuliza simame kidogo, dada wetu Faith ambaye ameweza, mpigieni makofi. Kwa hivyo mkienda pale second floor mtaweza kumpata hapo, pia ana wasaidizi wake. Tafadhali mambo yote ya M-pesa msije sasa kuulizia hapa, tupande pale juu tuweze kuulizia pale. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna biashara hapa. Hapa ni kanisani. Kwa hivyo biashara tupeleke wapi? Pale second floor. Tusipeleke maneno mingi, tunapeleka tu biashara ama kuulizia, ama ungetaka kujua namna gani, ataweza kukuelekeza. Anayo makaratasi yote ambayo itakusaidia ili uwe mmoja wa member. Na usajili wa kukua mwanachama wa Sacco ya M-pesa ni shilingi 2,000. Bwana asifiwe. Wangapi walikuwa tukianzia? Ilikuwa pesa ngapi? 1,000. Unaona tuelekea kwa kasi sana. Sasa iko 1,000 ngapi? Bado usife moyo. Enda pale, zungumza naye, uanzie, kwa sababu yeye ni mtu ana masikio, anasikiza sana, na utaweza kuelekezwa ili ujisajili ili ukue mwanachama. Bwana asifiwe. Kuna ile tunaita share capital ama kwa Kiswahili tunaita mkuu wa kuwekeza. Bwana asifiwe. Hiyo share capital ndio inakuwezesha kupata dividend ama mgao katika mwisho wa mwaka, na hiyo share capital ama hiyo nawekeza unajumuisha kutoka 5,000. Bwana asifiwe. Ukiwekeza 5,000 kuna ile kiwango ya mgao utaweza kupata mwisho wa mwaka. Lakini tusikomee hapo tu. Unapotaka nyingi ama mgao mkubwa, basi wekeze kitu kikubwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusikwame pale. Kwa hivyo tukiweka 5,000 tuendelee hivyo na kujijenga hivyo polepole mpaka ifike 5,000. Na si lazima uwe na 5,000 mara hiyo. Unaweza kuanzia na 1,000, unaenda ukijijenga. Bora ukifikisha mwaka uko na nini? Na 5,000. Bwana asifiwe. Huyo dada yetu pia manager wa M-pesa ataweza kukuelekeza zaidi pia kwa hayo. Bwana asifiwe. Pia kuna maneno mazuri pia pale M-pesa. Tulisema kwamba manager wetu ni mtu anatujali sana. Alisema ukileta mtu ajisajili, pia pale kuna matunda. Bwana asifiwe. Anakuzawadi na hata kutunza kwa pesa. Zile hela zikiingia zimeingia. Lakini kwa zile shares ataweza kukufanya kitu, anaongeza shares zako. Kwa hivyo unaweza kuwa huna pesa, lakini wewe ni marketer mzuri, wewe ni muuzaji mzuri, uuze M-pesa sawa sawa, ukija muone shares zako zinaanza kuzaana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo si unaona si lazima uwe na pesa. Tukitumia maarifa pia na hekima tunaweza pata pia hizo shares. Bwana asifiwe. Hayo ni ya M-pesa. Pia tungetaka kutangaza pia kuna wale watu ambao walijiandikisha wakakuja wakafanya application ili wapate kazi hapa kanisani na pia wapate kazi hapo M-pesa. Na pia kulikuwa na changamoto moja, manake zile fomu hawakujaza nambari zao za simu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tungewasihi kabla mjakatwa, manake tuko karibu sasa kutafuta wengine. Kama hupatikani pale tutaweza kutafuta wengine sasa, kwa sababu fomu ile kama haina nambari yako hatuwezi tukufikie vipi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo pia baada ya hii huyo dada Magdalene pale nyuma, tafadhali umuone na uwekeze namba yako pale ili tuweze kuita na kufanya interview ili waweza kupata kazi katika kanisa ama pia katika M-pesa. Bwana asifiwe. Wale pia wanataka kufuatilia maneno ya kazi, tafadhali msije sana kwangu tena. Manager yuko hapo, ataweza pia kuwaelekeza. Kwa hivyo applications zote za M-pesa zielekezwe huku juu kwa hizo ofisi. Bwana asifiwe. Lakini kama ni za kanisani, ni application nafanya nafasi kanisani, njoo hapa. Bwana asifiwe. Ndio tuanze, ndio tutenganishe hizo kazi ili ziweze kuboreshwa zaidi. Bwana asifiwe. Mikopo pia ya M-pesa tungetaka kutangaza.
ukiwekeza pesa zako miezi 6 mtawalia, utaweza kupata pia mkopo. Bwana asifiwe. Hiyo ni ile tunaita loan. Kwa hivyo wekeza pesa yako polepole, tujenge, ikifika miezi 6 tutaweza kufanya nini? Kwenda pale na tukaweza kupata mikopo. Kwa hivyo wanabiashara tarajiwa, tafadhali tuendelee kuwekeza hapa ili tuweze kupata hizi mikopo, tuweze kunawiri na kuboresha biashara zetu. Bwana asifiwe. Ningetaka kushukuru mchungaji tumpigie makofi. Huwa kuna jambo moja hapendi sana, ufukara. Bwana asifiwe. Wangapi wanapenda ufukara? Hakuna, si ndio? Mimi sijaona ama kuna mkono imeinuka. Sijaona mkono umeinuka. Kwa hivyo hiyo ni kama adui, si ni kweli? Ufukara ni adui wa binadamu, si kweli? Na hata Biblia inasema nobody respects a poor man. Sijaandika hayo, iko kwa Biblia. Ati hakuna mtu anaheshimu nani? Fukara. Kwa hivyo amefanya kitu ya maana sana, akiendelesha pia kutunaliwisha kiroho. Pia anataka tuinuke kifedha. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ndio maana ametafuta njia mbadala ya wewe utafute pesa kidogo kidogo, hata kama ni 50. Kuna ile slogan ambayo iko kwa Besma ambayo inasema utaweza hata kuweka hata shilingi 50 kwa siku. Bwana asifiwe. Na ukiweka 50 kwa siku, masiku 30, hiyo ni pesa ngapi? Hiyo ni 1500. Si bado tumesonga? Si 50 tunaweza? 50 tunaweza. Kwa hivyo tusione kama ni pesa kidogo, pia tuanzie twende pale, ataweza kukuelekeza vile utaweza kunawirisha akaunti yako na uweze kufikia ile kiwango ili uweze pia kuwa mfanyabiashara, kwa sababu kazi zipo lakini ni kama zina wenyewe pia. Kwa hivyo kama hujapata hiyo kibarua, basi wewe jitume kwa uwanja. Kazi ni nyingi sana, kuuza njugu, kuuza matunda, kuuza nini. Nimewitness pia vijana hapa ambao tumesaidia kufanya biashara, wakifanya hata mtu anapata 4000 kwa siku, kwa sababu pesa ya Kenya ni nyingi sana. Lakini hizo pesa ziko wapi? Ziko kwa mfuko ya mtu. Ambia mwenzako, pesa yangu iko kwa mfuko yako. Haiko mbali. Iko wapi? Kwa mfuko yako. Kwa hivyo huyo jirani unaona hapo ni bosi yako, ni mdosi, si ndio? Sasa ni njia gani? Kwa sababu hutaingia kwa mfuko yako mpore. Lazima utumie hekima. Kama ni kitu unauza, utaniuzia njugu, sitanunua, unapata faida, si utaweza kuinuka? Si pesa yangu umeweza kuichukua kwa hiyo hali. Kwa hivyo ni vizuri tuanze hiyo mafikra, tuache tu maneno ya kushinda kuombaomba. Sisi si watu ombaomba. Manake Mungu wetu ni Mungu ambaye ni wa baraka. Bwana asifiwe. Na yeye mwenyewe ni tajiri. He owns 1,000 hills, 1,000 cattle on the hills, isn't it? Kwa hivyo hata sisi hivyo tuigo hivyo. Abrahamu ambaye ni baba yetu pia alikuwa nani? Alikuwa tajiri. Kwa hivyo usijione dhaifu, uanzie mahali utaanzia. Hiyo 50 pelekea manager wa Besma aweze kuboresha ili tuweze kufanya nini? Kuwekeza na kuweza kujiinua kiuchumi. Bwana asifiwe. Tuko pia na tunaendelea kusema tunaendelea kufungua matawi. Tushafungua Molo na tunapanga pia kwenda pale Molo ili tuweze kumtia moyo na kuweka moto dhehebu letu la Molo. Bwana asifiwe. Kasisi Karanja, tunakushukuru kwa sababu umetushikilia vizuri, unafanya kazi mzuri. Uendelee hivyo Molo tuaja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tutatangaza ile siku ambayo tutajiweka kwa basi moja. Tuende wapi? Molo, ili tuende hapo kuatia moyo. Na pia Thika branch kwa karibu kufunguliwa. Tupigie mchungaji mtemo wetu makofi. Mipango inaendelea kukamilika ili tuweze kuweka kasisi mwingine pande ile. Kazi ni nyingi katika jina la Bwana. Ili tuweze kujenga hiyo branch ya Thika. Wewe ambao unatoka Thika, uache kulipa nauli, uko karibu na dhehebu fulani pale ya synagogue. Bwana asifiwe. Kuna mambo ambayo tungetaka tutilie manani, ambayo ni matangazo kabambe ambayo imefanywa na viongozi hapa na wakaweka mikakati ambayo tungetaka ianze kufuatwa na pia tuikazie, tuweke mkazo. Bwana asifiwe.
tuko na kitu tunasema general conference ama conference yetu ya watu wote. Bwana asifiwe. Hatujakuwa na conference. Last year tulikuwa na conference kweli. Sasa hii mwaka tutakuwa na conference. Pigieni hiyo kamati makofi. Na hiyo washa yetu, conference ni washa, hiyo washa yetu tumeweka tarehe 20. Weka kwa kalenda yako vizuri. Tarehe 20 hadi tarehe 22. Bwana asifiwe. Mwezi wa pili. Tarehe 20 hadi tarehe 22 mwezi wa Februari, na tuwe pale ili tuweze kujiandaa kwa hiyo washa, ili tuweze kuinawirisha na ikuwe ni kitu ya kufana. Bwana asifiwe. Sio itakuwa ni kitu ya kujivunia kama wana sinagogi. Kwa hivyo tuweke hiyo kalenda vizuri. Itakuwa ni washa ya siku 3. Tutakuwa na mahubiri nzuri, tutaelekezwa vile Roho ameelekeza. Wacha nisimwage unga hapo. Wacha tuendelee kungojea katika maombi. Stay still and the Lord is going to show us where we are going. Praise the Lord. Kwa hivyo hiyo ni washa. Pia tuna washa nyingine ambayo ni ya muhimu sana. Tunaita washa ya dada yetu Wairimo. Wairimo wako wapi leo? Asema Wairimo. Wali huko tu. Dada yetu mrembo huyo hapo. Bwana asifiwe, mpigieni makofi. Dada ameuza hili kanisa sana, si kwa ubaya, kwa uzuri, na ameweza kwenda mitandaoni kwa sababu ana ushuhuda ambao ni wa ukombozi kutokana na mambo tofauti na changamoto fulani ambazo amepitia katika maisha yake. Na huyu dada watu wamekuwa wamemfuatilia sana, na unajua akiwa mwana hapa yeye ako nyumbani. Kwa hivyo nyumbani atawaelekeza wageni wake wapi? Hapa nyumbani. Kwa hivyo kila kwa mara kuna wageni ambao wanakuja kila mara kwa mara, na kwa hivyo ni vizuri pia tumapatie hiyo nafasi ili waweze kujumuika nasi siku ya tarehe 13. Bwana asifiwe. Wale wanasherehekea Valentine, hiyo ni day before Valentine. Bwana asifiwe. Siku ya penda nao, hiyo siku kabla haijafika, hiyo 13th, tutakuwa pia na washa yake ambayo itakuwa ni ya mafunzo, na tutaendelea kuwaelekeza vipi. Hii itakuwa tarehe 13 kuanzia saa 4 mpaka saa 10. Na Mungu awabariki. Tuendelee kusupport Wairimu, tuendelee kusupport hiyo huduma, kwa sababu huduma iko ndani yake na inamea kwa kasi. Bwana asifiwe. Na yeye akue ajitie moyo na asimame katika hiyo wito katika jina la Yesu. Amen. Kuna pia tunangetaka sasa kutangaza msimamo wa mkesha. Tuko na mikesha 2 kwa mwezi. Mkesha wa kwanza ni Jumaa ya kwanza ya mwezi wa Februari, 2nd of February. Tuweke hizo tarehe vizuri. Tutaendelea kuziweka kwa mitandao, lakini vizuri pia ukiwa na nakala yako uweke hizo tarehe. Kwa hivyo first Friday ama Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Februari tutakuwa na mkesha hiyo siku ya Ijumaa, na pia tarehe 23 hiyo mwezi. Kwa hivyo tuko na washa 2 ambazo ni za muhimu sana ambazo zinafanyika mwezi wa Februari. Pia tuko na worship experience ambayo pia ni mkesha. Bwana asifiwe. Tumekuwa na worship experience ambayo imekuwa ya kufana sana hapa, ambayo ilikuwa inafanyika Alhamisi, na sasa tumefanya mabadiliko kidogo. Bwana asifiwe. Msiturushie mawe. Natumai pia mtaweza kuadjust kalenda yenu ili turudishe Friday, kwa sababu tuliona inafaa hivyo uwe siku mkesha 2 kwa mwezi pia, ambayo itakuwa bado ni Ijumaa. Pia tuje hapa to support hiyo worship experience. Bwana asifiwe. So si waibaji peke yake, tuje pia katika nyumba la Bwana. Itakuwa ni kutumbuizwa na pia kumuimbia Bwana na kumsifu Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo iko tarehe 9 kwa viongozi wa hiyo kitengo. Tafadhali chukua hizo tarehe 9 na tarehe 16. Hao ni majuma mawili, Ijumaa 2 ambazo tumewaelekeza vile mtakuwa mnafanya worship experience. Kwa hivyo wale ambao wamesimamia hizo vitengo, tafadhali nakiri hayo ili tuweze kuwafuatilia vizuri. Bwana asifiwe. Pia tumeregesha mikutano yetu ya wanaume. Bwana asifiwe. Wanaume kwa nyumba tupo. Wanaume kwa nyumba tupo. Sauti zimepotea. Hao ndio simba kwa nyumba. Bwana asifiwe.
Wanaume tuko na pia mikutano yenu tumeiregesha, ambayo itakuwa first Saturday of the month, ama Ijumaa ya kwanza ya mwisho ya mwezi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ule amesimamia hiyo kitengo, chairman of men committee, kindly weka hiyo tarehe ili tuweze pia kuwakumbusha na kupanga hiyo siku vile itafanyika, na masaa pia imeelekezwa ambayo ni saa 5 hadi saa 7. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mkutano wa wanaume saa 5 hadi saa 7, tarehe ni 3 mwezi wa Februari, na Bwana awabariki. Wanawake pia hatujaachwa nyuma, tuko pia na siku yetu, Bwana asifiwe, ambayo itakuwa tarehe 10 mwezi wa Februari. Bwana asifiwe. Kwa hivyo chair lady wa hiyo kitengo, tafadhali chukua hayo kwa maanani ili uweze kuanza kupanga hiyo mkutano, na tuweze pia kujumuishwa ili tuweze kupanga vizuri hiyo mkutano ya wadada. Bado itakuwa ni Jumamosi. Hiyo mikutano yote iko Jumamosi, na saa ni saa 5 hadi saa 7. Bwana asifiwe. Youth pia wako na siku yao ambayo ni tarehe 17 mwezi wa Februari, na pia kiongozi wao Mwaniki utakuwa pia na organize hiyo ili tuweze kuwa na mkutano wa vijana hiyo siku, ili waweze kujumuishwa pamoja, ambayo pia ni siku ya Jumamosi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo utaweza kupanga ratiba sawa sawa ya hiyo siku ili vijana waweze kupatana na tuweze kuwa na mkutano wenu hiyo siku. Wachungaji mko kwa nyumba? Wachungaji wa sinagogi? Wachungaji wa sinagogi, Bwana wabariki na watende mema. Umekuwa watu wa kushikilia hili dhehebu kwa hekima, na tuendelee hivyo hivyo kuboresha kazi ya Bwana. Na pia tumewekea pia siku ya mkutano ambayo pia ni Jumamosi, Bwana asifiwe, ambayo itakuwa ni tarehe 24 mwezi wa Februari. Kwa hivyo wachungaji ambao mimi naongoza tutaweza kuketi chini ili tupange hiyo mkutano kabambe, ili tuweze kuwa na mwelekeo wa mwaka mpya kama wachungaji katika hili nyumba, na Bwana wabariki. Hivyo hivyo tutakuwa pia tuna alternate hiyo siku ya wachungaji pia na kuleta leaders wengine wa kanisa ili tuweze kujumuishwa na kufanya mikutano yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo pia tutatangaza vile tutapatana na viongozi wote wa kanisa ili tuweze kujumuishwa na kupata mwelekeo mpya, mwelekeo wa mwaka mpya. Bwana asifiwe. Tumefurahi kwa sababu tumerudishiwa hizo mikutano, ama tumeona tumekatiwa? Si tumefurahi? Mumeulizia sana. Sasa wakati ni huu, wacha tunawirishe hizo dockets ili tuweze kuweka kazi ya Bwana kipaumbele. Bwana asifiwe. Monday, ratiba ya wiki sasa, the weekly bulletin. Monday bado ni siku ya mtume kupumzika. Ambia mwenzako mtume anapumzika siku ya Jumatatu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tafadhali tusikuje hapa, tusitafute Oliver kuja kupanga foleni hapa muona kasisi wetu ama mtume wetu. Tafadhali hiyo ni siku yake ya kupumzika. Hata akiwa hapa tumpatie hiyo nafasi, kwa sababu kuna mambo pia ya kiofisi inaweza kuwa anashughulikia hiyo wakati, lakini hajakuja kuona watu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tumpatie hiyo nafasi pia aweze kupumua na kupanga kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Hivyo hivyo bado tutakuwa usubuhi, tuko na maombi ya usubuhi iliregea, morning glory, ambayo inaongozwa sawa sawa hapa na wale ambao wameteuliwa katika hizo vitengo, na tunaendelea na morning glory kutoka Monday hadi Ijumaa. Morning glory ziko Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Kwa hivyo siku zote 5 tuko na maombi ya asubuhi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kabla hujaenda kazini, njoo hapa asubuhi na Sara uwe hapa ili tuweze kujumuishwa na kuomba pamoja. Kifika saa 2 kasorobo utaweza kwenda kazini mwako na kuweza kuregea hapa saa 6:30 ili tukue na ibada ya mchana. Na pia ibada za mchana ni kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa ambayo ni Friday. Kwa hivyo lunch hours zote ziko na zimeregeshwa, na ni kuanzia saa 6:30 hadi saa 7 ama saa 8 kasorobo ili tuweze kuelekea kazini. Wale ambao wako kazini
Usiwe na shaka, njoo hapa, tunaomba alafu narudi kazini. Bwana asifiwe. Ibada zetu za jioni zinaanzia Tuesday na evening service yetu huwa inaanzia saa 10:30 hadi saa 1. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Tuesday bado tuko na hiyo ibada ya jioni kuanzia saa 10:30 hadi saa 1. Siku ya Wednesday ambayo ni siku ya deliverance, tunafanya ukombozi hiyo siku, huwa tuko na nafasi ya kumuona mtume. Bwana asifiwe. Tuesday pia tuko na nafasi ya kumuona mtume asubuhi, kwa hivyo ni vizuri tuje hapa asubuhi kuanzia saa 2 hadi saa 5. Huwa atakuwa naona watu. Hiyo saa ikipita kuanzia saa 6 tunarudi pande hii, tunafanya ibada ya mchana, alafu taelekezwa kutoka hapo na Oliver vile mtaweza kuendelea na kumuona, ama kama kuna nafasi atawaelekeza. Pia ibada hiyo ibada huwa inaanzia saa zingine inaendelea mpaka jioni, saa zingine inakatizwa inarudi jioni, kwa hivyo tutaelekezwa hiyo siku vizuri. Bwana asifiwe. Amen. Siku ya Alhamisi ambayo ni Thursday, huwa ni siku tunafanya kitu tulikuwa tunafanya mwaka uliopita, Dhingira Show. Tafadhali hiyo Dhingira Show sasa tumesimamisha vile tutafanya, tunaibadilisha. Sema ni mwaka wa mabadiliko. Tunaibadilisha, na kwa hivyo tuko kwa hiyo mikakati. Kwa hivyo mama zetu, baba zetu ambao na watu wote, washirika wote na washikadau wa Dhingira Show, tafadhali msije hapa Thursday kwa hiyo mambo. Muje hapa kwa sababu unakuja ibada. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa miaka yole mmeweza kutushikilia. Kwa hiyo Dhingira Show ni show ambayo ni ya kufana, imekuwa imependwa, lakini si mabadiliko kidogo ni mzuri pia, ili tuweze kuifanya vizuri zaidi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mama zetu tafadhalini, baba zetu, tusije hapa wakati wa Alhamisi eti tumekuja Dhingira. Uwe umekuja kuabudu Bwana. Bwana asifiwe. Imeeleweka hiyo? Tupigie wazee wetu makofi. Siku ya Ijumaa bado tunaendelea pia na ibada za asubuhi, mchana na pia jioni, na pia asubuhi na pia mchana, alafu tunaingia kwa mkesha. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo hayo ndio matangazo ambayo tumewatayarishia, na nafikiri tutaweza kuenda mbali hii mwaka. Bwana asifiwe. Kitabu cha Danieli 11:23 huwa inasema, those that know their God, they shall be strong, and they shall do exploits. Praise the Lord. Yes, wale ambao wanamjua Mungu ama wako na Mungu watakuwa watu wenye nguvu na watafanya mambo ya kimaajabu. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Kwa hivyo, let's continue supporting the ministry and continue supporting the man of God to do his commission. Praise the Lord. My purifier, take away the shame, take away the pain. You make my life so beautiful. My purifier, take away the shame, take away the pain. Make me just like you, 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 my purifier, my purifier. You've taken away the shame, you've taken away the pain. You made my life so beautiful. Oh, my purifier, my purifier. Oh, you've taken away the shame, taken away the pain, taken away the pain. You make my life so beautiful. My purifier, taken away the shame, taken away the pain. You made me just like you.
tumesimama hivyo, hatutaketi chini sababu tunaingia kwa kipindi cha kuabudu na kusifu Bwana. Kama wewe ni mgeni, naomba uniinulie mkono wako mahali ulipo. Tafadhali, kama wewe ni mgeni, niinulie mkono wako mahali ulipo. Inua vizuri tafadhali. Tumpigie makofi mgeni wetu. Na kama wewe ni mwenyeji na uko karibu na mgeni, naomba utusaidie kukaribisha huyo mgeni kwa njia ambayo inafaa. Watu watatu watukubali kukaribisha huyo mgeni kwa jina la Yesu. Hug huyo msichana, umhagi vizuri, umwambie karibu katika nyumba ya Bwana. Yes. Na tukimaliza ibada zetu, kama wewe ni mgeni, ni mara ya kwanza kushiriki nasi siku ya Jumapili, maybe umekuwa ukikuja weekdays na hujawahi shiriki nasi siku ya Jumapili, na kuomba tu ukubali kubaki, uchukue mkoba wako. Kama wewe ni mwanaume, uchukue wallet yako, usiache. Twende mahali pale, kuna watumishi tutakutana na wao pale na watatuelekeza tukimaliza ibada. Na Bwana awabariki na awatende mema. My beautifier, taking away the shame. You've taken away the pain, made my life so beautiful. My beautifier, my beautifier. You've taken away my shame, taken away the pain, taken away the pain. Just like you, just like you, just like you, just like you. Just like you, just like you. Just like you, just like you, just like you. Taken away the shame, taken away the shame. Make me just like you, make me just like you. Umeweka wimbo kinywani mwangu, Yesu niimbe sifa zako. Uliniumba ili nikuabudu na kuabudu na kuabudu na kuabudu na kuabudu. Umeweka wimbo kinywani mwangu, Yesu niimbe sifa zako. Uliniumba ili
Maana wewe uketie juu, ewe Baba, sifa hizi zifike kitini pako. Wimbo ukawe manukato. Maana wewe uketie juu sana, sifa hizi zifike kitini pako. Wimbo ukawe manukato. Bwana, maana ni wewe Bwana, sifa hizi zifike kitini pako. Nao wimbo ukawe manukato. Bwana, maana ni wewe Bwana, sema nami nazo sifa hizi zifike kitini pako. Wimbo ukawe manukato. Zikawe manukato. Kuabudu, umenipa kutumika chini ya pendo lako. Mamlaka na nguvu ninazo, kufanya lolote utakalo. Manawe upo ndani yangu, manawe upo ndani yangu. Umenifanya ibada, Yesu ni kwako. Bwana, umenipa kutumika chini ya pendo lako. Mamlaka na nguvu ninazo, kufanya lolote utakalo. Upo ndani yangu, maana wewe upo Baba, umenifanya ibada, Yesu wangu.
Yesu ni kwangu. Baba umenipa kutumika Yesu chini ya pendo lako. Mamlaka nazo nguvu ninazo. Fanya lolote utaka. Wewe Bwana, nawe upo ndani ya na wewe upo ndani ya maana upo Baba, nawe upo ndani ya maana wewe upo ndani yangu Bwana. Haleluya. Yesu tunakutukuza, tunasema tu ni asante. Asante kwa wakati huu, asante Mungu. Sasa pia umetupa fursa hii ya kukuabudu. Tunapokusifu Yesu, wacha sifa hizi zikutukuze wewe. Tunayafanya haya yote Baba kwa ajili yako wewe, ili wewe na jina lako liishi kuhimidiwa. Katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Yesu makofi mazuri. Asante, hiyo makofi ni yangu. Pigia Yesu makofi. Yes. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Niliambiwa namna hii ya kwamba mimi huja kanisani ninaomba, mimi huja kanisani ninaambia Mungu kile ambacho nataka, lakini sijui kama huwa namshukuru, sijui kama huwa ninamlisha, kwa sababu neno linasema yeye hula sifa zangu. Wewe unamlisha? Are you sure? Do we really praise the Lord? Yani Mungu hula sifa za watu wake. Bwana asifiwe. Amen. Ningeomba tuwe watu wa kusifu Mungu. Unajua Apostle alikuwa anatufunza hapa how praise and worship won the battle. Kwa story ya Jehoshaphat. Just singing won the battle. Hallelujah. When we worship, when we praise the Lord, there are mysteries that happen. Hallelujah. Amen. Tujifunze tu kusifu Mungu, si kitu ngumu. Hii mwili amekupea, umelalisha kwa nyumba, umeenda kazi, umerudi, umepanda matatu, umepanda gari yako, you are still here. Lakini wewe sasa unakuja unajishika hivyo. What is that now? Imagine ukuumba ukuje ukaa kwa hii dunia ufanye zile vitu unafanya. The main reason for you being created is to serve the Lord, to sing for him, to praise him. Hallelujah. Basi nipe makofi, shangwe na vigelegele kwa Yesu. Hallelujah. Mungu alituumba tumwabudu. Hallelujah. Amen. Uliniumba nikuabudu. Uliniumba nikuabudu. Uliniumba nikuabudu. Uliniumba nikuabudu. Baba uliniumba nikuabudu. Uliniumba nikuabudu. Yesu uliniumba nifanye nini? Uliniumba nikuabudu. Sasa ongeza maana kwa hayo maneno, maanishie. Uliniumba nifanye nini Baba? Uliniumba nikuabudu. Umenipa mwili nifanye nini? Uliniumba nikuabudu. Na walio wafu hawawezi sifu Baba, umeniumba nifanye nini? Uliniumba nikuabudu. Umenipa uhai nifanye nini Baba? Uliniumba nikuabudu. Kwa kinywa changu ninatangaza uliniumba nikuabudu. Hallelujah. That is the main reason why we are here. Yes. Unajua tunakujenga, tunaomba, tunasahau. Hiyo ni kuitisha. Hatujapeana. Ukiomba unajidefend. But when we praise the Lord, unamuinua, you exalt him. Unajua yeye ni Mungu. Alifanya kila kitu, lakini kuna kitu moja tu hawezi fanya, hawezi jiabudu. And that's why you are there. Hallelujah. Ndio mtukuze Mungu. Sasa sipendi kuona watu wakikaa hivi, mtu Mungu akiabudiwa ni kama una mikono na miguu. Hallelujah. Amen. So we sing to the Lord. Hallelujah. Amen. Because we have energy and we have voices to sing for the Lord. Hallelujah. Amen. Tusikie
Usikange ni kama watu wajui kile wanafaa kufanya. We are supposed to sing for the Lord for. Tunaambiangwa tunapomsifu sifa zikipanda nini nashuka? The glory comes down. Hallelujah. Amen. Sisalimia jirani mwambie karibu tusifu. Pea mtu hi-fi mzito. Upea hi-fi ya juu namna hii. Mwambie karibu tusifu. Hallelujah. Yes. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Sema shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh shangwe kwa Yesu, haleluya. Yeah, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh shangwe kwa Yesu, haleluya. Tunaanza tu pole pole, shangwe kwa Yesu, haleluya. Yeah, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh 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 shangwe kwa Yesu, haleluya. Sema shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe kwa Baba, haleluya. Oh shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh shangwe kwa Bwana, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe, haleluya. Oh shangwe kwa Bwana Yesu, shangwe, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe, haleluya. Oh shangwe, haleluya, shangwe, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe, haleluya. Oh shangwe, haleluya, shangwe, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe, haleluya. Sema inua mikono, useme ni Bwana yeye. Inua mikono, useme ni Bwana. Mikono yako useme ni Bwana Yesu. Inua mikono, useme ni Bwana. Inua mikono, useme ni Bwana Yesu. Inua mikono, useme ni Bwana. Nasema inua mikono yako useme ni Bwana Yesu. Inua mikono, useme ni Bwana. Inua mikono yako useme ni Bwana Yesu. Inua mikono, useme ni Bwana. Kile kile. Kile kile. Kile kile. Kile kile. Salimia jirani yako, jamani, salimia jirani yako. Kile kile. Kumbuka na mtu jirani umsalimie. Kile kile. Kile kile. Kile kile. Kile kile. Oh kile kile. Oh kile kile. Nasema kile kile. Oh kile kile.
Sasa tu kidogo pole pole taratibu, hatuna mbio leo. Tumesema tunasifu Mungu. Kile kile nakupenda, 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 nakupenda. Geukia jirani yako mwambie nakupenda. Kwa upendo wa Yesu mgeukie mwambie nakupenda. Nakupenda, 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 nakupenda. Labda mwingine mwambie nakupenda. 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 Watu wapendane kwa nyumba ya Mungu jamani. Nakupenda. Nakupenda, nakupenda. Kwa upendo wa Yesu nakupenda. Nakupenda. Haya geukia mwingine na yeye mwenye ujambia nakupenda. 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 Nakupenda, kupenda, 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 nakupenda. Mikono juu. Mikono juu. Asishusha kwa kichwa. Kamata mabega. Shikilia kiuno. Azunguka kidogo. Mikono juu. Nasema mikono juu. Ai. Shika kiuno. Kamata mabega. Kichwa. Zunguka kidogo. Ai. Eti mikono juu. Nasema mikono juu. Kiuno. Kwa mabega. Kwa magoti. Azunguka kidogo. So we must praise him. Praise him in African way. So we must praise him. Praise him in African way. Kuna watu wanaitwa Wajaluo. Wajaluo wakati ambao wanasifu Mungu wanakuwa na maringo mingi alafu hawana haraka. Wanaenda pole pole. Hallelujah. Amen. Namna gani? Pole pole tu. Hallelujah. Tutachezea Mungu pole pole, si ndio? Lakini sifa zipande. Amen. Amen. Haya, tuende kazi. Pole pole tu. Hao ni wakuringa tu.
Oh, mwikulu mubanga, hallelujah. Oh, mwikulu mubanga, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Roho wa anga amba, amba, amba. Roho wa anga amba, amba musafina amba. Roho wa anga amba, amba, amba. Roho wa anga amba, amba musafina amba. Roho wa anga amba, amba, amba. Roho wa anga amba, amba musafina amba. Roho wa anga amba, amba, amba. Roho wa anga amba, amba. Oh, roho wa anga amba, amba, amba. Roho wa anga amba, amba, amba. Roho, roho, amba, roho, amba, roho, amba, roho, amba, oh, amba, 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 roho, amba, 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 roho, amba, 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 roho, amba, roho, amba, shuka, 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 roho, 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 roho. Wale wanaruka wale. Hey, amba, 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 roho, amba, 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 amba. So we must praise him. Praise him in African praise. Tulisema tuende kwa Luo, mtu atupeleka Uluyani. Sasa turudi kwa Luo. Amen. Tulisema Waluo ni polepo. Engimalomba, ewanuati. O engimalomba, lolomba, ewanuati. Ahero Yesu, ewanuati. Ahero Yesu ni kecho wala nono, ewanuati. Engimalomba, ewanuati. O engimalomba, engimapololomba, ewanuati. Ahero Yesu, ewanuati. Ahero Yesu ni kecho wala nono, ewanuati. Ewanuati, wanuati, wanuati, wanuati ka Yesu, wanuati cha Mungu. Oh, wanuati, wanuati.
mango, amako jachie, ibande orundo, onyono. Anoti mango, ibande orundo, onyono. Enjoy muziki ya mko wewe. Hai. So we must praise him. Praise him in African way. Ni masaa tu inakimbia. Hallelujah. Amen. Israeli rĩrĩa makinyire rũĩ Jorodani na maringa, Ngai akĩra Joshua oya ihiga no rĩande rũĩ gatagatĩ, nacio ciana cianyu igĩkamũria kĩrĩa gĩatũmire mũrĩande mũgacĩra nĩ kĩririkano kĩũrĩa mwakorirwo kogo-inĩ. Israeli rĩrĩa makinyire rũĩ Jorodani na maringa, Ngai akĩra Joshua oya ihiga no rĩande rũĩ gatagatĩ, nacio ciana cianyu igĩkamũria kĩrĩa gĩatũmire mũrĩande mũgacĩra nĩ kĩririkano kĩũrĩa mwakorirwo kogo-inĩ. Na guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ, tuge maũndũ mothe marũgama, kuona makũmbĩ karũgama, ate guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ, maũndũ mothe marũgamaga, kuona makũmbĩ karũgama. Ndambararia moko makwa ndagoca rĩtwa rĩaku mbere ya ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ĩno nĩguo cigue wega na ũtugi waku ũrĩa ũkinyagĩria andũ aku. Nĩmakũgoca nĩ tondũ atĩ ndambararia moko makwa ndagoca rĩtwa rĩaku mbere ya ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ĩno nĩguo cigue wega na ũtugi waku ũrĩa ũkinyagĩria andũ aku. Nĩndakũgoca nĩ tondũ na niĩ nĩndakũgoca Mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi. Ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa yetereire rĩrĩa andũ mandiganĩirie ũkoragwo hamwe na niĩ. Nĩndakũgoca nĩ tondũ atĩ hana rĩrĩa rũgamĩte kĩgongona-inĩ kĩa ma hena ruo rũingĩ ngoro na maithori ma mwĩrĩ kwehereria kĩnyũrũri kĩa kũiruga menino. Nĩmũhe mwana nĩ tondũ na niĩ nĩndakũgoca Mwathani. Nĩũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa yetereire rĩrĩa andũ mandiganĩirie ũkoragwo hamwe na niĩ. Nĩndakũgoca nĩ tondũ nĩ mũthenya ũrĩa mũnene ndĩriragĩria wĩ hakuhĩ gũkinya Jesũ acoke kũria nĩ wĩharĩirie ngoro-inĩ yaku gũcoka kwa Mwathani mũrani. Atĩ ndatũire ndĩmwĩraga ũthamaki wa igũrũ nĩũkuhĩrĩirie tondũ wagami wanyu gĩithimũĩ mĩrango na igũrũ nĩmĩ. Atĩ rĩrĩa ndokire kwanyu nĩmwanyonire ngĩruta wĩra mũingĩ, ngĩruta wĩra mũingĩ wa kuonania na gĩrio kĩa Lazaro wendani. Atĩ ndatũire ndĩmwĩraga thamaki wa igũrũ nĩũkuhĩrĩirie tondũ wagami wanyu gĩithimũĩ mĩrango ya igũrũ nĩmĩ. Nake akora mũtumia ta maĩ Mwathani akĩmuoya maĩ makũnyua mũtumia akĩmwĩra ĩni na niĩ Mũsamaria
Baby
mamlaka yako yamekuwa kwetu na tumeona mkono wako ajabu. Asante kwa kuweza kuturekebisha, kutuongoza na kutubariki. Siku hii tumekuja tukuabudu. Baba, na kuomba tufungulie masikio yako, tufungulie macho yako, kinywa chako kifungue na uachilie baraka kwetu. Nitumie kama chombo nikafikie watoto wako, nikawafundishe tu unachokitaka wafundishwe, na nikakue baraka kwao kwa mafundisho yako. Baba, na kuomba tu msamaha wa dhambi za watoto hawa na zangu mimi binafsi, zile ambazo tumetenda kwa makusudio na zile tumetenda kwa makusudi. Hata wale ambao wanatutazama kwenye runinga zao, ukaweze kuwakumbuka kwa njia ya kipekee. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. You may reduce the bass kidogo. Thank you. You may sit. Mwambie mwenzako sasa tumeingia kwenye ibada ya pili. Mwambie ibada ni ya pili hii. Muulize hiyo ingine ilifanyika saa ngapi? Kama ni ya pili, hiyo ingine ilifanyika saa ngapi? Tulifanya saa 12 ya asubuhi, saa 1 mpaka saa 2 hadi saa 3. Tulikuwa tushamaliza ibada. Na nataka tu kusisitiza kwenye ibada hiyo ya asubuhi, ni muhimu sana kwako. Maana ibada hiyo imejawa na utukufu wa kifunguo. Sema utukufu wa kifunguo. Najua kila kitu kina ufunuo wake. Ibada ya asubuhi ni ya utukufu wa kifunguo. Yani the key to open your week, the key to open your Sunday. Before we start anything, you need to unlock. Hallelujah. Kuna vituko umefanya the whole week ambavyo vilisababisha milango yako ikafungika. So come here early, tunaabudu, tunaomba, tunatubu dhambi zetu, tunaomba Mungu atuweze kutusaidia na aweze kutubariki katika ibada zingine. Sunday is the beginning of the week. We need to command our day. Hallelujah. And commanding our day, tunai-command saa ngapi? Asubuhi mapema. Kwa hivyo mnakuwa mnarauka. Hiyo ni ibada muhimu sana kwako. Ni muhimu. Ndio nafundishanga sasa personal. Nafundisha mambo personal on you. How to live, how to walk, how to do things, how to behave as a person. Nafundishaga saa hiyo asubuhi. How do you walk? How do you do your things? How do you integrate na watu wale wengine in the society? Hallelujah. That is the time. It is very important. So I request you every Sunday asubuhi, rauka tu mapema. Sunday ni moja tu. Sisi siku nyingine mnalala unakuaga ukifanya mambo yako. Kuja tu, we worship God. Give this God the whole day. Kutoka saa 12 mpatie Mungu. Maana amekupatia siku zingine 7. Ama ni 6? 6. Amekupatia 6 na hakuulisi. Hii moja tu ifanye ibada takatifu. Ifanye ibada kamilifu na ibada takatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na tutakuwa tukijaribu sana kuhakikisha time imeangaliwa vizuri. Kwa hivyo usijali hata ukikuja mapema, tutabalance time vizuri. Na wale watu mnajua kuangalia time, hata mimi nikifikisha saa 7 kamili, mnahakikisha mmeniambia time yako imeisha. Si ndio? Saa 7 kamili ndio tunamaliza, ndio tunaingia hiyo ibada nyingine. Lakini nisiende sana, msiniachilie sana naenda baka sana. Kwa sababu mimi nikishika hii kitu naedaga sana. Kwa hivyo mnanicontrol, mnaniambia mnafanya tu hivi. Hallelujah. Nikiona mmefanya hivi najua mumeanza kuumwa na njaa, mnataka kupumzika, mnataka kwenda half time. Kwa hivyo time consciousness tukue nayo as part of the program. Number 2, tuweze kuhifadhi mienendo yetu. Also nimesikia kwenye matangazo, I'm happy kuona the programs are now rolled out. Tutaweka kibao. Every announcement utaipata kwa kibao. You come, you read. Tutaweka screen ambayo itakuwa ikirun throughout the week. You see. Nimesomewa calendar of the week, of the month. And kile kitu sikusikia ni crusade. Ama iko mlitangaza crusade? Those people are too selfish. Hiyo kitu imeniuma sana nikiwa huko. Walipaka kalenda mzima ya mwezi. Hakuna ka crusade hata ka kutembea hapa kwa barabara. Kwa nini? That is what I'm called for. Hiyo ndio nimeitiwa crusade, kwenda crusade.
Si wale tumeenda crusade 2-3 na wao ni wagapi? Inua mkono juu. Wale tumewahi kwenda crusade. Si mnaonaga aje huko nje? Si ni powerful? Sasa wametukata miguu. Don't worry, include it. I need one this month. But lakini mwezi umeisha. February we need one. We must do a crusade. Nitawatangazia ni wapi we need one. And because I want to do a massive drive on youth. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesikia mumeinua youth. So I want to do massive thing on the youth. Are we ready? How many are the youth here? Najua when you youth ajaoleka. If you are not married, you are youth. Hata mimi nimeinua. Hapana, mimi yangu nilitoka huko. So therefore, na youth pande hii, inua mkono. Pande hii youth, if you are youth, lift up your hand. Simama tu na miguu yako. Simama tu, please. Please stand up. Yeah, wow. Pigieni hawa watu makofi. Hi. This is great. Therefore, after immediately the service, tukutane pale kwa Kakona youth wote. Tunaanza a massive drive ya youth. Massive. Sema massive. Massive, mutatuona venye tutabumburusha nchi hii. Hallelujah. It is massive. Sema it is massive. Tutavaa mavazi rasmi, uniform. You may be seated. Kwa hivyo nyinyi wote tukutane pale kwa kona, then we have a discussion on what we are going to do. Explosions. Sema explosion. Yes. Mutatujua, mutujui. Muratuonagera view sasa. Sasa mutakuwa mkituona hapa kwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Dominic nipatie tu hai kidogo ya juu. And kuna mpango rasmi I want also to include, kwa sababu nimesikia ni kama muku include, ya window na widowhood. Wale ni wajane, metaka wajane. Mwanaume anaitangwa mjane. Na Kiswahili. Na Kiswahili. Aliyefiwa ni widower. Ni mjane pia. Mwanaume pia ni mjane. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hawa watu tumewaacha, hatujakuwa na docket yao hapa. We need to have that docket. Na tutakuwa na that massive. We must have a meeting or meetings for them. Alafu ndio tuwafikirie. Because these are, huyu mama mjane nasikiaga ni bibi ya Yesu. Ni bibi ya nani? Na tunahubiri nani? Sasa tusipotetea bibi ya Mungu, unaona tutaenda vizuri kweli? We need to change. Kwa hivyo we include that. We want to have massive drive on those women and those men ambao ni wajane, tuwasaidie pia, tukue msaada kwao. So the youth deliberately, mimi ninataka kuangalia hiyo deliberately ya youth na hawa wa mama na wa baba wale ambao hawana mabimbi. Ni mambimbi. Sema mambimbi. Watu wake. Si mambimbi. Wakikuyu wa Muranga, si ni mabimbi. Sawa. So I want that to answer aggressively as we start the youth from today. Ndio tunaanza leo. Sikuwa nimeambia mtu, lakini we are starting it today. Tutakuwa tukimaliza hapa, tunaingia mpaka hata kama ni Marikiti, tunatembea huko kuhubiria hawa vijana mpaka wakuje. Tunaenda Korogocho, tunaenda Ruda, tunaenda wapi mpaka Ruda. Unajua we've been avoiding Ruda. Ati huko ndio madawa za kulevya zinakunywa. Huko ndio every damage, young people there in the rich suburbs, wote wamekuwa damaged completely. Wende Karen, completely damaged. Bwana Yesu asifiwe sana. And we shall be going door to door. Ile kitu tutafanya, tutafuta tukoti tuzuri, tuguo, na tuandike jina ya ministry. Tunaenda kama wale watu wa Jehovah Witness. Yes, si wanaidaga. Tuende kama watu wa Jehovah Witness, door to door, village to village, mpaka to make sure we are changing the society. Hallelujah. Niliwaambia sasa nimeamuka. Sasa mimi ni yule mbaya. Sema yule mbaya. Ati yule mbaya. Na mnasema yule mbaya.
Ati mimi nimesema na mkasema. Asante sana. Sasa wangapi wanapenda chakula sana? Ule anapenda chakula. Tuanze. Ni wangapi hawapendi chakula? Wangapi wanapenda chakula? You love your food. Whatever, hata kama ni mukimo, wangapi wanapenda mukimo? Getheri ile ya gutharukia ile twarira thoguo kare 1 2 3 twarira thoguo. Hiyo ni story ya mama. Kama ukitaka na unipende, ni unionyeshe upendo. Getheri ya kurugarugia. Hiyo ndio my best. Unaweza kuachie nyama zako na kila kitu. Lakini ukininyima getheri tutakosana. I tell you. Ama nikute mumekula mumemaliza, utaona tasura imekuwa ingine baya. I love that. Hiyo ya kudharukio. Usinikaragie, dharukia tu one. Because tulifundishwa huko na mama yangu nyumbani. Nilikuwa tukitoka kwa shamba na anafanya 1 2 3. Twarira thoguo getheri haya. Naye baba ni yule mwingine, unamjua wazee wanachomokaga wanaenda pale Kabe. Kuna kasupu anatengeneza huko na kichwa na kaulimi. Sasa Jerry, mama yangu anaitwa Jerry. Watiuma na ili wege. Na tumetoka shamba pamoja. Yeye, mimi, mama yangu na baba. Tumetoka shamba kulima pamoja. Sasa baba anataka apetiwe chakula kingine. Atolewe wapi? Athuriaga ni mwendete muno. Tuma mugunda, tumetoka shamba pamoja. Unataka chakula special. Na ni getheri ilikuwa imewekwa kwa nyongo, imekaa, mama ameweka karibu na jiko, nikamweka getheri kamoto. Bosho imeiva vizuri. Umepelekea twarira thoguo. Nikigeke leo. Unaona mama tu anainama. Nikuyenda. Si nikujipenda kwa wanaume. Na wengine wakaba kama kina Kokini Modhokoi. Na kenede tena. Naona siasa si adui. Simeingia. Automatically imeingia. Sasa sio inakuambia maneno venye iko. Lakini niulize wakaba. Wakaba ni wangapi in the house? Ni kwa nini mnakulaga kabla ya kuzika? Koki. Ni kwa nini mnakulaga kabla ya kuzika? Mukaba mwenye anajielewa. Hawajielewi. Mugamba, kwa nini mnakulanga kabla ya kuzika? Wagikuyu, andu a Nairobi nio mabe mabangera ini. Rekereria ya andu a Nairobi moke nigetha andu mahe igeteyo andu a Nairobi. Wagikuyu, mnakulanga baada ya kuzika. Ni kwa nini? What is really? Ni nini? Yeah? Kwa budget lazima. Budget ya moshere, maharagwe, masoda na chai. Why? Ni kwa nini? Kusherehekea nini? Kifo. Na Wakikuyu walevi kama sisi wakati tulikuwa walevi, tukizika tu na ni mtu tumelia mpaka tukaaguka chini. Tukizika tu usikie bubu tunaaguka. Tunachukuliwa tunapelekwa kwenye kijani kibichi. Kisha tukimaliza after 10 minutes tukitadasa hiyo mchaga, yule mtu alikuwa ameanguka napiga tulali akaja maha. Na from that time unasaulika na hakuna hata kuna kubu. Kani hadi yenu ni kuona uliego keiro madhiko. Haoni mmeweka kwa chini ya masinini, lakini mnaanza kusema venye magari zilikuwa mingi. Sasa hiyo unakamata nyama. What really happens? What is so synonymous na food kwa mazishi? Hiyo nataka unipatie siku moja. Why do you buy? Kwa sababu tulikuwa tunaenda huko kwenu. Tulijaribu kuenda kwa mazishi kuzika, tukaambiwa hapana, watu wakule kwanza. Nikaona it was very odd. Kwa sababu huko kwetu ni tuzike kisha watu wa Nairobi wapage laini kwanza. Watu wa Nairobi wapage laini kwanza, alafu sasa wengine kijiji wale walifanya kazi mzima, wale wameishi na huyu mtu, wale wamekuwa msaada kwake, ndio wanakulaga matigio. Wewe unaweza kuelewa ni kwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana.
There is power in food. Sema, there is power in food. There is power in food. That is my topic today. Mwambie mwenzako, there is power in food. Anything called food, it is either dangerous or something very beneficial. Today I want us to discuss what is in food. Because nimejaribu nimezunguka nikaona food has caused. Ukienda kule Russia na Ukraine, niliambiwa ni food ilileta shida. Ukikuja hapa Kenya unasikia Ruto akisema bei imepanda kwa sababu kuna vita Ukraine. Kwa nini? Kwa sababu Ukraine ndio ilikuwa inaleta ile ngano mingi Kenya. Ndio mabei imefanya nini? Imepanda. Kwa hivyo power that is in food controls the governments. Ile silaha unaonaga inaitagwa bunduki ilitengenezwa kwa sababu ya food. Kwa sababu they kill ndio wapate chakula. That is why the reason of the gun. Mwizi anaendaka kuiba kwa sababu ya nini? Na yeye anakutana na risasi kwa sababu ya nini? Ya tupo. Many people have died. Yes sir. How are you? Uko date? Date ni kule. Ni food. Oh. Ni food. Yeah. Unaona? Anataka ku-exchange food na microphone. Nitawaambia where food is powerful in that way. It changes destinies. It change destiny ya Esau. Huyu mjamaa anataka kuni-exchange destiny yangu. Wata dikwenyo kwa. Unaona ujanja ya food? That's how powerful food is. Imeichukua sekondi yangu 10. Angalia. Hiyo ni power ya food. Sasa angalia. Sasa uwako ni magogono na rutare. Ndio karutire. Ndio karutire na kuureu. Mtoeni hapa sasa. Yes. Food is spiritual. Ambia mwenzako, food is spiritual. Tell your neighbor, food is spiritual. One, food is so spiritual that even one of the names of God is called food. He's called the bread. God is called the bread. That is how powerful food is. That is how very strong. Hiyo ndio nguvu ya food. Maana Mungu mwenyewe jina moja yake ni chakula. It's called the bread of life. Nataka ukue makini leo. Zaini nafundisha. Na nitaenda very slow. Ndio uelewe mahali ulipotelelea. Maana wengi wenu hapa mlipotea. Do you even imagine ni kwa nini mwanaume ndiye akupeleke kwa kitanda? Lazima akupeleke kwa hoteli, akununulie chakula ndio muende. Lazima akupeleke kahawa. Ndio ukule madasi na chips. Ndio ukule madasi na sausage. Waile tu wahe nilio. Ndio atoliro hado kereo goleo ilio. Kuma higo ulio hota kwehegeshora. Ndio tu wahe nilio. Wataliro dina, si ndio? Ulipelekwa dina. Kutoka siku hiyo unakaka kwa mwanaume, ulikuwa na vitu zako, ukaenda kwa mwanaume na ukakaa na akaanza kukutawala. Tubo na chakula. How powerful is food that it will change your destiny, it will change your life forever. How powerful is food that it will make you succeed. Watu ambao wanaanzisha biashara, kuna business lunch. People are taken for business lunch, for business dinner. Wakati wa kufunga mwaka makampuni zote zinapelekaga watu wanakula. Hata wakati tulikuwa tunafunga mwaka hapa, niliita watu tukule. Bwana Yesu asifiwe sana. There is power in food. Because tumediscover ya kwamba even God himself, he has a name in food. The basket of food. The basket, the bread of life. So, food influences vibes of our consciousness. Food influences vibes. Vibes ni nini? Wasomi. Vibes.
Eh? Those people went to school like Penina. Mchachamuko inalete chakula, inalete mchachamuko. Chakula inalete watu uhasama. Chakula inalete mauano. Chakula inalete confusion. Chakula inainua kanisa kama hii. Chakula inaangusha kanisa kama hii. Unarogwa kupitia kwa chakula, unabarikiwa kupitia kwa chakula. Wow. It is so powerful. I just want you to understand. Ndio naanga sometimes mtu kama mimi nikikataa chakula yako ukilete ukiona usijali. Ninajua hatari. Kwanza nyinyi wa mama mkiniletea chakula ninajua hatari. The next means nitaiba kaibo kako. Na sitaweza. Chakula ni powerful, inaagusha territory. Kama mama kanaitwa Esther kalihitaji tu kuingia jikoni. Kalihitaji jiko peke yake, si maombi. Maombi kalifanyia nje, lakini kalihitaji kuingia. Kakaambia mkubwa, kama ninaweza kupata kibali tu nikupikie kachakula. Kwani mzee hakuwa anakula chakula? Mzee alipokula chakula akamwambia, niulize kile unataka hata kama ni nusu ya ufalme. Kwani chakula ilikuwa na nini hiyo? Hiyo chakula hiyo ilikuwa na nini? Kama ukitaka hata kama ni nusu ya ufalme unataka, uliza nitakupatia. Hiyo ndio ilifanya ule jamaa alikufa, alinyogwa, alikuwa anaitwa ni Hamani. Ni chakula hiyo. Bibi ya mfalme alienda kwa sababu ya hiyo chakula. Na by the way tusikiagi hiyo mama alinyogwa. Kashugwa kakigia, mujihadhari sana. Kwa sababu siaka nikashugwa kaligia. Huyo mama Vashiti, mnamsikiaga kwa Biblia? Watoto wake mnawasikiaga? Walienda wakiedaga because of food. Mama aliomba favor. Esther aliomba just favor. Gorugire. Just favor. Ndio naona watu wakiwania hapa hii kitchen wanataka kupikia apostle. Hapa wameupigania. Wengi hapa wamepigania, wengine wamekuwa injured, wameenda, wengine wako kanisani, wamekufa moyo, wako pale kwa mabenchi. Kuna hata wengine wako sahi kwa maombi ya 40 days. Sahi as you are talking. Wako kwa maombi ya 40 days. Wakiomba kwa sababu ile mpango ya chakula walikuwa wamepanga haikuingiana. Walienda kuuliza Mungu, ni wewe ulikuwa umetuambia tuende tukampikia apostle ama ni nani? Najua Mungu atawaambia si yeye. Shetani atawaambia ni mimi nilikuwa nimewatuma lakini mmekamatwa. Mlikamatiwa kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Food creates potholes. The power of food. It creates pothole. Inatengeneza mashimo ambayo demons zinapata kutembelea. They create potholes for demons. Demonic, inatengeneza kitu inaitwa demonic potholes to sins. E.g. sexual immorality, murders, conspiracies, and cheats. Food has caused people to kill. Food has caused people to conspire. Through food. Tukipanga wakati tukiwa huko, wakati tulikuwa tunapangiwa tuende tukavuruge mahali. Tulikuwa tunaitwa na ule tajiri anatupatia kazi, anatuitia kabuzi mahali. Tunaenda kukula kabuzi. Ndio tunapanga venye tunaenda kustrike. Hapo ndio conspiracies zinapagwa. Ndio mambo inapagwa. Ukitaka kamusichana kazuri, kulala na bibi ya wenyewe, ama kamusichana kazuri, unakapeleka kwa hoteli. Bibi ya mwenyewe unampeleka huko Naivasha. Kwa hoteli inaitwa M-pesa Pay ama igini hapo. Unamtreat a nice treat. Kutoka hapo. Ataresist ama ataresist kweli? Utaresist. Umepelekwa M-pesa Pay, unasikia bill ni 20,000 per night. Na ile chakula umekula unaona sahani moja mumelipa shilingi 10,000. A nice treat. Wow. Such a nice treat. Unasikia mpaka moyo wako unayeyusha. Kumbe food inafanyaga moyo wa mama inayeyuka, inabadilika mpaka unasikia wow. This man has treated me. Na ni ile getheri tu inakuaga kule nyumbani.
Ni ile spinach unatukulaga kule nyumbani. Nikale kasamaki kwanza, nikasamaki kakwota kadogo kametoshana hivi, kanaitwa salmon. Unaambiwa ni shilingi 3,000. Na tu chips 8 waru moja. Na kanini kasamaki. Na spinach imekujwa, imekaa kama kafuniko ya 3 top. Kamekujwa hivi. Kisha unapatiwa karatasi kingine na mwagiliwa maji na inapasuka hivi. Unaambiwa hiyo ndio hakuna wa mkono. Sasa mama kama huyu hajawahi kuona kitu kama hiyo. Anaona kakitu kakunawa mkono, kana mwagiliwa maji, kana pada juu peke yake. Mama anaambiwa pagusa mkono. Alafu anakula donyaniro moro spinach. Na kathamaki kaiganogwa. Na waru emwe egatinagio. Egeto wedges. Unaambia mama hii ni wedges. Kutoka hapo anasema, oh wow, I didn't know this how much you love me. Kai, waru emwe na spinach moja. Itha kule mwe spinach. Na waru emwe na kathamaki gakwota. Kathamaki kametosha na biscuit. Hiyo. Unakuta mama mzima ako na Mercedes kwa barabara. I didn't know how this is how much you love me. You are so sweet, my darling. I've never been taken out for a treat. Chakula imeyusha mpaka mama ameanza kuimba poem. Mama anabadilika tu. Mama strong. Anabadilika tu, anaanza kuimba poem. Oh my darling. Kiheheje kia goro yako. Na mama ukimkuta kwa ofisi ni CEO. Anakodoaga jicho, watu wote wanamuondokea hivi. Mkuta kwa chakula. Anakuwa kama kifaraga ambayo inagojea chakula. Unajua tu faraga tunainuaga mdomo hivi. Tugoje chakula imwagike tukule. Huyo mama ananyeuka. Na mzee sasa, hiyo na ni mzee ndiye anatawala hichi. Lakini unakuta mzee, you know I love you, don't worry. Kwa sababu ya chakula tu. That eating together destroys the fabric of a man. Destroys the power and the authority that man has. Destroys the decision making of a man or a woman. You no longer make a decision. You no longer become upright. Mzee anaitwa Ahasuero, ndio alikuwa mfalme. Ahasuero wakati aliambiwa Esther aliingia huko, alimpikia chakula. From that time Ahasuero alianza inimwaigwa tu ilio tu. I've never hey. Yangaro kuja. Hey, my darling, you know what? What do you want? I'll give you. To ilio. Na alugiro mshere wekero spinach. Na ikawekwa ile coconut, mafuta ya coconut. Ikabadilishwa rangi, ikawekwa food color, ikakuwa ya blue ama ya yellow. Mzee akabadilika akili. Na ni nyama ile ile tu anakulaga, ilikuwa inapikwa na vashiti. Chakula ni ile ile tu ya vashiti. Lakini venye kamama kalisema, kaliipika vizuri, kakapika kisha kakanenea. Food becomes powerful after it has been spoken to. So the demons, when they are planning to attack you, if they want to attack this church, they will use a tactic. Moja inakuwaga food. Ndio naonaga ninakuwaga very keen on the kind of food. Na wakati kunapikwa hapa, ninakuwa mnaonaga ninaingia kitchen mpaka mama wengine wanaulizaga, "Oh, na yake atidaka liko." Yes. Kuna kitu kingine nakujaga napita tu kwa hizo masufuria zenu na enenea, nasema kile kitu mumewekwa kitu msikubali. Umewekwa nini? Maneno ya kunikuja kunitokosa, msikubali. Speak to your food. And that is how they will speak to the food. Ile inakuja kukudestroy. Once they wakipanga mipango yote on how to attack you, they will use either food, they will invite you for food, ama watatumia the spirit of immorality to attract you to food. Either food to bring immorality or immorality to bring food on board. And from that time, you will not be yourself. Once you eat, ndio naona tunakulaga sakramenti. Yesu alisema nini? Yoyote abaye atakuwa kunifuata afanya nini? Akiwa akikula
huu mkate. Na unakoshoniwa enda kwa Catholic. Kama unajua ulifanya makosa usikule. Because it is a communion. It's a covenant. Food is a covenant. Food is power. Food is a spirit. It's an authority. Food is not food. Food is a spirit that operates in life. Food can cause Kenya and Somalia to fight. Food. Saizi unasikia Tanzania kuna siku tuliinukiana. Kwa sababu ya nini? Mahidi ya Kenya imekatazwa ama mahidi ya Tanzania imekatazwa. Naye Ruto anakataza kitu kingine. Ni kwa nini? Chakula. Tumbo na chakula. So chakula ni nini? I'm trying just to divine. Chakula ni nini? Most of the stuff tutaangalia baadaye in the service ya John. What is speed? How is food? How spiritual is it? So let's look at Genesis 3 verse 6. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, a tree desirable to make one wise, she took its fruit and ate. She also gave to her husband with her. The fall of man started from where? Food. The fall of man, kiumbe ambayo ilitengenezwa na Mungu, na wakaambiwa kaa kwenye hii shamba, you got my blessing. The fall of man aliasia kwa nani? Food. Hii makosa yote, hii mateso yote tunapata hapa duniani, hii mimba mnabeba wa mama, ni food. Mliambiwa mtabeba. Arome, hii jasho yote unatoa ni food. Uliambiwa utatoa jasho, na ukaambiwa nyoka itakuwa ikikukula nini kwa kisigino, ni food. Si kitu kingine. Mama aliangalia tunda akaona wow, ni mzuri. Italete maarifa, italete manini. Akasema lehe. Alipooja akasikia mzuri, akapelekea mzee akamwambia wewe tigori munawe. Taruma igwe. The fall of man is food. The relationship between man and God ilivunjwa kwa sababu ya chakula tu. So food is powerful. Kama food inaingilia katikati ya mtu na Mungu, inafanya Mungu akasirike, it must be powerful. Hallelujah. It must be powerful. So it is a spirit. The fall of man was as a result of food. The sin you might be struggling with now could have been resulted because of food. The sin ambayo unangangana nayo saizi, hii matatizo yote huko kwa mwili yako saizi, it must have been caused by food. Because I am an immoral man. I am full of immorality. Nimekupeleka kwa hoteli, nimekununulia, tumeshare food. What have you shared? The spirit in me has come to you. So from there, you become a cheat just like me, because we shared a meal together. Cheats, they are not there. They are resulted because of that meal you ate. Wewe ni mama ya mtu, nikakwambia kuja to discuss, unakuja kuomba tenda kwa kabuni yangu, na mimi nakwambia tukutane Serena for lunch. That Serena meeting, I am an immoral person. Iyo immorality, through the food you are sharing together, I will rusha kwako. Na from there, kwako kunaingia immorality. So some of us are struggling, not because they are supposed to struggle, because of that meal you ate. Because of that lunch that you are taking. Because of that dinner. Because of that coffee. Because of that kasamosa ulikula kasamosa kamoja. It was meant to trap you, to capture you. Because food is a spirit. Hallelujah. Food is what? You are struggling. Hiyo shida uko nayo uliletewa na bwana yako ambaye alienda kakula na kahaba fulani. Ukahaba umalaya ikaingia kwa nyumba yako. What you are facing because your wife alienda mahali na akakutana na bosi fulani ambayo ni wa Freemason, ni wa devil worshiper, ni mchawi, ni mugaga, alikuturapu na chakula. Ndio naonaga kwa waganga lazima uchije kuku mweusi ama mweupe ama busi ama kondoo. Mimi wakati nilienda kwa mugaga nikachukua kukubiri mweupe na mwaredi,
hiyo kuku walichinja, hawakuitupa. Na niliambiwa haikuliwangu na mtu ambaye amekuja kuhudumiwa, inakuliwagwa na yule mganga. So nilichungulia wakikula. Akinifanya, baada ya kunifanyia kafara zake, kunizunguka na hiyo kuku, ananizunguka hivi ananizunguka, alafu ananikanyilia yeye kama kamuti ya kuku hapa kong kwa kichwa. Mara sikajui mara 5 akazunguka kong, alafu anakuja ananikalia hapa kwa uso. Kisha hiyo kuku alienda. All what that I was covenanted with ni hiyo damu ya hiyo kuku. Hiyo ndio alimwaga ikanizingira hapo. Hallelujah. Kutoka hapo nilianza kubehave kama mganga. Kutoka hapo nilianza kubehave kama mjinga. Kutoka hapo resolution zangu zilikuwa za ujinga kabisa. Na nikaanza kuwa na mikosi one after the other one. Nilikuwa nimeenda kutafuta kiga nisishikwe na polisi. Alinifanya hiyo yote, akakula kuku yangu 2 na akaenda na shilingi 1,300 yangu na nikakanywa, alafu akanikalia na madharau kwa kichwa, alafu baadaye kutoka huko akanipatia kamuti kadogo kamukidori ati niweke kwa mfuko. Nikiona polisi naweka kwa mdomo. Kushuka tu pale country bus. Kushuka tu gari nilikutana na pale friends code ndio hawa. Na wako wananitafuta, walikuwa natembea. Nilipotushuka kwa hiyo kimatatu inaitwa sijui Matu Express. Nikaona askari akaangalia akaniona, walikuwa nakula miraa, akaangalia akaniona, akania hamkubwa ni namna gani, habari yako? Akaniambia, nikaona ameenda pale kando, akasema, Roger, tuko na Waruinge hapa. Kwa radio call, nikasikia arrest immediately. Nikasikia arrest, nikakimbia kwa mfuko kama kidoli yangu nikaweka kwa mdomo. The more niliweka kwa mdomo, the more walikuwa wakali. Nikavusha sasa kwa mdomo nitafuna mzuri, kwa sababu ninaona ni kama nisijatafuna mzuri. Nikutafuna, nikasikia risasi tua. Watu wote waondoke. La driver sikuja zinichukue. Na nimekuliwa 1,300 na kuku imeenda 2. Na nimekaliwa na mama. Aibu, yani kitu yani baya. Kutoka hapo nilikaa miaka 6 jela. From that hour nilikaa 6 years jela. Ninanyimwa tu bodi kimadharau. Kwa sababu nilistakiwa na loitering. Sasa loitering ni kitu ya kunyimwa bodi. Lakini hiyo gedhito na ile kuku ambayo nilikula kule, na kuna kitu nilikulishwa kwa mdomo. Nikanyama fulani nilikulishwa. Nikaambiwa umaraka. Wagwana wamesema nikauma. Kabiwa mesa, nikamesa. Kumbe that was a covenant that was to destroy me. Food. That's the power of food. Ukienda huko utakamatwa hivyo. That is what that makes you calm down. Destinies are exchanged where food is involved. Tuangalie kitabu ya Genesis 3:6. So when so Genesis 3:6 where Esau, the imambo ya Esau inakujia wapi? Ni kitabu gani? Ni Genesis what? Esau. Whatever it is, destinies are exchanged where food is involved. Let us look at the story of Esau and Jacob. Just food. That give me food. And then he tells you, then give me your birthright. Where food is, there is no peppers. Peppers were not involved. Food is pepper itself. Food is an agreement. Lawyers are not involved. Once you place food on the table, you sign an agreement. Once you put food on table, you exchange your destiny. Hapo ndio unaibiwa destiny yako. Hapo ndio anakubadilishia huduma yako. Hapo ndio anakubadilishia mume wako. Hapo ndio anakubadilishia mke wako. Hapo ndio anabadilisha biashara yako. At the food point, as you are eating, your destinies are grabbed, are taken. Most of you, your destinies were taken on a plate of food. Esau lost it. And once you do a signing of food, from there, kutoka hapo, you will never succeed in life. Tunasikia mtu anaitwa Esau alitengeneza city. Did he make a city? In Edom. The city, it was occupied by the people called Edomites. Bwana Yesu asifiwe sana. But the city ilikuja ikaanguka because of the changed destiny.
Lakini ndugu yake mwenye alichukua destiny alitengeneza Israeli mpaka sasa inasubua watu, because he took the destiny of his brother, and the destiny of his brother is still standing today. But yake ile alibadilishiwa mpaka sasa hakuna. Edom ilisha na watu wa Edom walimalizika. Kumbe chakula hiyo alibadilishiwa, nipatie birthright, na hakuna signature iliwekwa. Hakuna agreement, hakuna witness, hakuna lawyer. But you don't need a lawyer to win this woman. Did you invite a lawyer? Si unamuita mke wako? Hata kanisani mumeenda. Hata kanisa mumeenda na unamuita ni bibi yako. Kwa sababu ya kachakula tu, na labda ni madadhi na kikombe kimoja chai. Mimi mke wangu mmoja kati ya wale wengi nilimchukua hapa chini na dasi ya shilingi 5 na chai ya shilingi 10, na nikapeleka, na kutoka hapa tukazaa watoto 3 na yeye. From there, dasi na nini? Kumbe food is a covenant that you cannot be able to break. Once you eat somebody's food, be careful. Hallelujah. Once you eat food with anybody that you don't understand, or even the people you understand, and that's why you normally we're told, obea chakula. Na usiobee kwa sahani, iobee kabla haijapikwa. Na chakula hujui, wachana nayo. Wadugu, ile chakula hujui ati umeletewa hapa, na huyu mtu hata umjui vizuri, wachana nayo. Atatakule hela katunda gaka. Wachana na hiyo matunda. Chukua tu, enda pelekea patiana kwingine. Usikule. Kwa sababu tunaobea chakula, tunaambia baba halakata ya seko toyododo. Hima yaka na kamata huyu mwanamke. Akikula hii ayeyuke. That is it. Unaletua tu kasamosa kadogo hivi, unaanza kudream. Food will cause you to dream. Na unaanza kuona huyo mwanamke ni mzuri. Mwanamke mwenye alikuwa anakuchukia, hataki hata kukuona, alikula tu samosa moja, anaanza kudream. Usiku wa saa 8 anaamuka, anakuandikia text, hi darling. Mpaka unastuka kwanza, ni yeye ameandika ama ni mtu ameiba simu yake. Venye unamjua bali mnafanyaka kazi na yeye, she is a no nonsense person. Sio mtu ambaye anapenda hata kidogo kuongea na wewe, ama haogeagi, lakini kale ka sweet ulimpatia, ukarudi kwa mfuko ukampatia tropical, ukamwambia have this. That is the end of it. Most of us, we have been trapped by a tropical, a lollipop, keki ya harusi, hiyo makeki, that alone. Why do we have to involve a cake in a wedding? Yote mkue party ya hii wedding. Keki haikuwagi keki tu. See celebration that you may become part of that wedding. You may become that part of that covenant. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So you will exchange your destiny. Watoto wako wataibiwa, wewe utaibiwa, mke wako atabebwa, kanisa kama hili litabebwa, kila kazi yako, kampuni yako itachukuliwa at the plate of a meal. One plate is enough to bring your company down. One plate is enough to make sure kazi yako imepotea. One plate is enough to lose your husband. One plate is enough to lose your wife. And there is no covenant. There is no writings. There is no lawyer. Hallelujah. Utakuja naanze kama huyu nitamchukua on a plate of a meal, na kinyatene na tene ejagero buye gwakwa. Ni undu wa thani emwe ya haria rivaroli ya shiringi 30 kana 200. Kimundu kiria gyaku gya kurira madathi maigana? Ulinunuliwa madasi gapi? Tusema tu kweli. Ulikula chai na madasi. Ilikuwa gapi madasi? Tualie tu. Unakumbuka? Wewe ilikuwa madasi gapi? Kile kiboyfriend kia kwanza. Sema tu. Bili peke yake. Na chai, glasi moja ya chai ya maziwa imerushiwa kule, imechotwa ikarushwa, chui, ikaanguka kwa sawa. And the suffering you are suffering now because of dasi na glasi moja ya kahawa.
Kitoka hapo ulienda ukalala na wewe ukadugwa mipa na kijamaa kikakureject hapo hapo. You are struggling now because of that plate of food. You are struggling now because of one matasi and one cup of tea. That is what making you now. Unalia. You have gone to churches. You've gone to waganga. Hakuna mahali hujaenda kujaribu kufuguliwa. But yujui ulifugwa na dasi. Kai. Ulifugwa na madasi gapi? Chapati, ulifugwa na machapati matoto? Kai. Charidi. Ulifugwa na nini? Paketi ya maziwa ndio imekufuga mpaka saa hii. Paketi ya maziwa. Wailimu. Kanyama. Bwana siwe sana. Wewe wahe niliona ke? Ile lunch ulipelekwa ya kwanza. Ukubukagi? Wewe ulidanganywa na nini? Choma. Nyama choma. Na ukapata kijana. Destiny hiyo. Na ulikuwa unataka kusoma. Masomo ikafikia hapo. Nyama choma. Bwana asifiwe sana. Wewe ulidanganywa na nini? Wewe walikudanganya na nini? Ulinunuliwa nini na ule boyfriend? Ulienda bure? The destiny of Esau ilienda kwa sababu just of a plate of food. That is how food is powerful. That is how you need to negotiate to know why the food that is given to you, why is it? Every food is not food. There is a covenant behind that food. Every food that you find on the table, wale watu walafi mnapenda chakula, unakuta kuna chakula imewekelewa na unaruka tu hapo na unaanza kukula na haujui. Sisi wa Kikuyu tunaulizaga tukikuta buzi imechinjwa, tunaulizaga ya kwake imekufa kwa nini? Because buzi haikufagi hivi hivi. Buzi haikufagi bila reason. There is a reason. Swa kuuliza hii buzi mumechinja ni kwa nini ilichinjwa? Understand, because maybe it is a ritual. Maybe kuna kafara fulani ilikuwa inafanyikana. Kuna madhabahu ilikuwa inainuliwa. Sasa ukiingia ndani ya hiyo chakula na ukule, basi fikiria sana. Utaanza kubehave kama hawa. Food is so powerful. Huyu mama ambaye alikutwa na Elijah alikuwa anataka kujiua kwa sababu hakuwa na chakula. Nakumbuka hiyo story ya huyu mama. She wanted to kill herself. She had reached a point of dying. Elijah alipokuja, maana Elijah alikuwa ametumwa aende ukule chakula huyo mama. Alipofika there was no food. Na walipokula ile chakula ilikuwa imebaki kidogo. Ilifanyikaje? That is First King chapter what? Something there. First King. Hizi mafunuo zimeanza kukuja mingi kuliko the speed ninaenda nayo. Ilikuwa First King. Hebu nifungulie First King pale yule mama. It is verse 17. It must be verse 17. First King verse 17. Huyu mama akakula chakula. Elijah alikula chakula kwa huyo mama. Na walipokula chakula kwa hiyo mama, imekuwa verse 17. And then she said to him, "My Lord, you swore by the Lord your God to your maidservant, saying, assuredly Solomon your son shall reign after me." Na sio hiyo. Mali ya chakula. Tafuta mali ya chakula. Ni hapo tu, ni chapter 17. So wakati walikuwa huyo Elijah alikula chakula kwa huyo mama. Nataka nikuonyeshe nguvu ya chakula venye inakubadilisha na utaanza kufikiria kama hivyo. Mama huyu alikuwa ana contemplate kukufa. She was planning to die because she was in a poverty situation. She was in a situation that was so dangerous for her until she had a reason
to die. But if you turn to chapter 19, utapata the way this woman wanted to die, ilifika mpaka mahali na Elijah akatamania kukufa because of sharing the food of that woman that wanted to die. So food that we share together will cause what I'm thinking, you will start thinking. What I'm doing, you start doing. Hallelujah. Food will cause you to behave the way I behave. Ushaikuta watu wamekula nyama, mtu mmoja akiitisha katoothpick, unakuta kila mtu mwingine anachukua. Na hata ana kitu, na meno imeng'oka yote mpaka unakuta na Keni anaweka toothpick kwa Keni. Lakini kwa sababu ilianza, hiyo kitu ilianza somewhere. Hallelujah. Hiyo kitu ilianzishwa na mtu, na ilipoanzishwa because we have a covenant, tumekula pamoja. Kwa hivyo the thinking will be one. Food causes people to have a common thinking, a common agenda, a common plan, a common move. Na mtu yote anataka kukuroga ama anataka kukuweka ndani ya territory yake, anakuletea chakula, mnakula pamoja. Na mkikula from there, kuna watu wanakuletea chakula kama wameiombea, ati akikula hola maseke terebosa. Apostle akikula, I'll be the rib, nitakuwa rib. Sasa apostle anajua hiyo siri zote. Kogo githaka. No papers are involved. And no agreements are written when it comes to food. Food will change the direction of your life. Food will sell people. Food will make sure. Food alone inafanya uuze watu wenu. For the gluttonous. Wadahuhu. Wedia mwana. Ni odowada. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wadahuhu, edia mwana, unauza mtoto kwa sababu ya chakula. So that's how powerful food is. Washera, muhereka washera, waliuza mtoto yao. Wangapi washera hapa? Muhereka washera. Mnajielewa Wakikuyu? Muhereka washera, washeras. Ajiro. Aboy. Hatiri ashera. Ashera medirie ke. Kana ke. Medirie ka he jogo. Medirie ka he jogo. Because of your tubo. That is how powerful that you can save your child. Wale watu wameingia kwa Freemason, wamepatiana. Mliona kale kakitu nilihoji yule msichana. Alitaka kwenda kwa Freemason ndio akuwe na pesa, akuwe tajiri, akuendesha magari mzuri, ndio aweze kukaa maisha ile nataka mzuri. Because of that you can sell your mother, you can sell your father, you can sell your children just because of food. That is how food is powerful. That is how food is dangerous. That is how you must be very careful with whatever that person is giving you. Ateruma kanyamugaka. Rumaka dichigaka. You don't know what I have done with it. You don't know what kind of a covenant I've laid on it. Wailimu juzi alituambia walikuwa naweka nyama wapi? Yeah? Simuzeme tu simulisikia. Yes. Na inalala huko. Na kutoka hapo ukikula hiyo nyama, maana nishaikula. Mimi mwenyewe nishakula hiyo nyama. Ukitoka hapo you think like a goat. Ni kweli. You will think like a goat. Maana nilikuwa na drive gari kutoka Nairobi saa 8 usiku. Kwa sababu nimepigiwa simu. Babe, mbona unanifanya hivyo? Namuuliza aje? Yaani ukuji na niko Nairobi na mtu ako Naikuru. Namwambia nipatie 30 minutes nakuja. Naendesha gari kama mwenda wa simu. Sasa hiyo hata uoni kama unaweza pata accident because ya kale kitu ulikula. Kalikuwa kamelalishwa. Wengine wamekalia chapati. Hallelujah. Wamekalia kukalia tu chapati. I can just imagine imekaliwa tu na inakuwa na decision making in your life. Wewe kalila chapati tu. Nega koro ina nirameki muturire waku gacenje. Githuri giaku gigagwitaga nugu takataka. Ni uri hakiri we. Gigagwikiria magana meri hau thi. Chukwa
Ese niko kwa tada kwa takapesha. Akichomoka akigia kwa gari anatetemeka mpaka anatetemeka akipigia ndani. Bebe. Abatika tika na guye ha ne guye ha iragia. Bebe abatika hanini. Okwenda kapesa shika na bebe. Manye urati doke jule pesa shika na turamenya nie direta girima kana mere urati doke ni tesa neke. Baby, I'm sorry baby. I'm coming. Diroka ihenya tu. Diroka tu ihenya. Kijamana kitubo kubwa kama hii yangu kinaenda mpaka kwa begi, kinatoa 200 kinabeba kwa sababu ya chapati na kulalishiwa kanyama. Na bibi yake nyumbani anamuita takataka. Majiga. Ona katadua kabesha mete iguru. Ndio kadhiyo katwe korea duaga. Nyau eno. Kai. Because ya nini? Chakula. Unatupa watoto wako wazuri warembo umezaa. Nice children. Watoto waelevu, wazuri, watoto ambao Mungu amekupatia, watoto 5, 6, 7. Ugatesiana pio ni undu wakanyama. Ni undu wakashafasi tu ikarero. Food, hiyo chakula. Most of us we are suffering because your husband alikulishwa food. Most of us you have challenges of life because somebody just gave you food. Hata magonjwa hii tunaambiwa kina cancer, magonjwa hii tunaambiwa sukari, pressure, tunaambiwa ni lifestyle disease. Lifestyle imetokana na nini? Na machakula ile tunakula. That is how food can destroy you. Hebu tafikiria watu nyagiro muthuri ucio ate. Kebeke unanigo gya kwendete. Arega aregire gucoka guka gwaku niki. Agwetaga nyau. Na mbere ni agwetaga baby. Agwetaga thuiti kiheheji kia ngoro. Arumithio kanyama karia ugitiga kiheheji gigithira. Ugitiga kuheheja ngoro. Akihehejiro kungi. Ni undu wa ikindo irio. Food. That is how food is dangerous. Food can cause a revolution in a nation. A government is withdraw, is inapinduliwa. Haya. Mudhamaki anatolewa kwa kiti kwa sababu ya chakula. Food revolution, French revolution na ile ya America na good ilisababishwa na tumbo chakula. That is how dangerous food is. And that's how good food is. Food will cause a disease in your life. Food will cause favor. Kile kitu kimetajirisha watu dunia mzima ama serikali zozote ni chakula. There is no rich person mwenye hajafanya mauzo ya chakula. It is through food. There must be food involved somewhere. Aliuza, alibroka, alilima, alifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. For you to succeed, you must eat. For you to be able to think, you must eat. For you to be able to love, you must eat. Unaona? Hapa hakuna kuepuka. Aniguo mtu imwekile ate, hakuna niguo mureire. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii imewashika vizuri. That is how food is controlling. Mumestuka? Mumeimagine? Nyumba nyingi zenu zimeagushwa. Husbands and wives. Nyumba nyingi zenu zimeagushwa na food. Si kitu kingine. Wairimu alikuwa anahitaji kamaini kamoja tu. Kamaini, kani kapisi, kaiga nogu. Na wale wengine. Mimi nilikula. Wakati wairimu walikuja akaniambia venye mtu behave. Nikajua hata dileta remwe. Nimekula mara mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jikalete kinya shafashi. Mimi unaona hapa. Kuna siku nilikuwa nalia mpaka nalia kama kondoo. It was Genesis 17. Did you get there? Verse 6. Give us verse 6. When you dine with a person, you end up agreeing or becoming like them. That is the reason watu wanaitangwa dinner, business. Dinner ya biashara. Lunch ya kibiashara. Ndio nasikianga watu nikitaka kuzungumza na wewe na kuambia we can have lunch. Because we shall end up agreeing or thinking like one.
because of food. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Verse 7. And it happened after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, saying, Arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. See, I have commanded a window there to provide for you. So even God has used food to raise up his people. He has raised food to make things work. So he rose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, indeed a window was there gathering sticks, and he called to her and said, Please bring me a little water in a cup, that I may drink. A little water. He is obeying a command from heaven. God has commanded. Now this command of God, itaona. And as she was going to get it, he called to her and said, Please bring me a morsel of bread in your hand. Just order her to katodhi kamwe guoko-ini waku. Direnda jige katodhi kamwe guoko-ini waku. So she said, As the Lord your God lives, I do not have bread, only a handful of flour in a bin, and a little oil in a jar. And see, I am gathering a cup of sticks, that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. That we may eat it. It was a last meal. That we may eat it and do what? Elijah said to her, Do not fear. Go and do as you have said. But make me a small cake for it first, and bring it to me. And afterward, make some for yourself and your son. Huyu ni mtumishi. Anajua katika hiyo chakula, maana ina baraka, maana ina msemo kutoka mbinguni. Nenda, Mungu ndiye alimtuma. Akamwambia, First of all, make for me first. Then make the other one for your son. And from there, the woman's life changed. Because of the anointing that was being carried by this man of God. And she agreed to give food to this gentleman whom he didn't know. But after that, for that says the Lord God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry, until the day the Lord sends rain on the earth. Until chakula inafanya maneno mazuri yatoke kwa nabii. Food. Ndio naonaga na waitisha na wabiaga, nipatie kikombe ya chai. That is the reason. Kuna maneno. Wakati unakuja unanibariki, kuna maneno, kuna unabii ingine haitokangi mpaka food ipatikane. Ndio nasemekana, be a blessing to your prophet, and you shall be prospered. Siitishagi miako bili ati kwa sababu ninahitaji. Niko na pesa mingi. Lakini ninataka uconnect. The anointing I have, I connect you. The blessing I'm carrying, I connect you. Kuna vitu zingine lazima umulishe nabii. Umpatie chakula akule. Dukata ciagai nikuheo ciheagwo gya kuria. Ukamugurira gikombe gya cai nigetha aikariririe irathimo gwaku. Bwana Yesu asifiwe sana. Zoea kupatia mudukata. Hata kama nika 50 muletee tu hapa. Niletee tu na niambie shika hii. Wacha na ile inaokotagwa na kinaani. Hii si yangu, hata sijui. Sijui vizuri. Hata sijai kuhesabu. Ani yako wapi? Hata sijui. Siku nyingine wamepigana na Kemani hapa. Wakihesabu pale. Unajua yule msali alikuwa anatangaza matangazo hapa. Wamepigana kwa sababu Kemani alitoroka na shilingi 17,000. Ni zile 17 kana zile ke? Kuweza kujua vizuri. Lakini hakuweka. Na ulipomuuliza alileta shida. Akakwambia upeleke umalaya wako wapi? Because of food. Maana alienda kukula madazi. Akamwambia peleka umalaya yako huko. Nani mzee wa kanisa hapa? Food. Na akaanza kuambia ule waende pale kwa mkahawa. Akwenda mkakolekee shares. Ama alikwambia muende mkanunue nini? Na alikuwa anampeleka kwa hoteli. Shares. Shares za nini?
Sikuweza kujua. Alikuwa anamwambia waende wakanunue shares na pesa ya kanisa. Ni food tupo tu. Na mzee alikuwa amenyenyekea hapa na kuja anasema amebarikiwa. Hajaienda huduma nyingine akabarikiwa, hidi amebarikiwa. Lakini wakati food iliingia kwa table, mzee sasa hizi anazunguka akiniharibia jina huko. Akisema ukiingia ile ofisi utalipiwa. Because you have food. That is how dangerous it is. My brothers and my sisters, be careful. Be careful, very much careful. Food can bring you down. Food can lift you up. Si unaona mpaka simu imeanguka? And so she went away and did according to the word of Elijah, and she and he and her household ate for many days because of the word of the prophet. Why? Kwa sababu prophet ameshiba. Tajikeria kanyamu. Ogiaragia kawa M-pesa Pay kaba ting 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 ting. Jikakiria kanyamu. Wewe mama. Oka ofisi yako atia uko umete. Nyinyi mnakuja kwa ofisi mnakuja mmekauka. Unataka nikuprofesaie. Alafu umekauka, mkono hata imekaa ni kama imepakwa oil. Kuja na kitu, hata kama ni kafefte, rusha kafefte mwaso. Wacha the story migi. Shika kabahasha patiana kwanza, uone venye maneno itatoka. Elijah tu kukula kachakula kadogo. Alitoa order ya chakula for the life. Ndiate wewe. Yesu mwenyewe, hebu angalia Yesu, mwana wa Mungu, mtu anaitwa Mungu. Alikuwa na njaa kaenda kabia wa jamaa wake, hale hemote, tothie. Sasa amechoka, baka wanaenda baka amekuwa na basho. Hale hemote. Kufika huko ile mti haina matunda hata moja. Alifanya aje? Alilani kwa sababu ya nini? Tubo. Mwana wa Mungu. Tubo. Kama angetukuta matunda angesema mti ogero rathimu. Ngai akurathimu. Tule matuko maingi. Mukono mtupu hairabui. Wacha kuingia kwa nyumba ya nabii bila kakitu. Hata kukuja kutembea kwangu nyumbani bila kasukari, wacha kukuja. Niwekeni kwa TikTok. Jitafutie baraka. You don't need to carry a bag, gunia. Hata nusu kilo beba tu kuja. Tebia kuja nisalimie. Kabebte kuja nayo hapa. Kuja tu niambie mudukata ya Ngai. Ona hata usitake maneno mingi, dukata ya Ngai niwaga kalia kaka. Hiyo tu imetosha. Nitakushika tu mkono nitakutabiria. Hallelujah. Mwadhani arauga atiriri. Because kuna kitu imefunguliwa. Kuna kaswitch kamefunguliwa. Watu wa zamani katika Biblia mahali popote walienda kama wamebebea nabii kitu. Nyemuka kwa madhari. Mwishiri udoka dai. Na nyingine ndarire sijakula. Alafu unakuja utajiongezea laana. Maana venye nitakuangalia tu, hata ile maneno nilikuwa nataka kutoa utatoa. Sababu nitakuangalia na jicho lingine ya kukufukuza. Ndio mwingine akuje mwenye yako na kagiri. Ndio unaona tuna mmetumiwa na mapasta wengi vibaya. But if you had to know how to control a situation, control it. Control in a situation. Then the bean of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry. Never again. Haikupumzika. Yaani hiyo mkebe ilikuwa ikichotwa inarudi. Ikichotwa inarudi. Mafuta ikichotwa inarudi. Kila kitu ikichotwa inarudi. Kwa sababu ya neno ya nini? Ya nabii. Kwa sababu ya nini? Ya tubo. Chakula. Mwambie mwenzako chakula. Chakula ni gumu. When you dine with them, eventually, ukienda verse 19 somewhere, unaona huyu mama alikuwa na contemplate kukufa. Wakati Elijah walikula na huyu mama, naye kuna mahali ilifika aka contemplate kukufa. Akauliza Mungu, sio nimalize tu. So food on one angle is a blessing. On other angle, the kind of people you dine together, kuna spirit wataachilia kwako. Na hiyo spirit itakubadilisha, utakuwa kama wao. So it is not always to be called for a dinner na unakimbia. It is not always good unaitwa lunch na unakimbia.
It is always not good for anybody to invite you ati ukatokali na wewe unakimbia tu kama kondoo unakimbia tu. No. Take to know why the dinner, why the lunch, ni ya nini. Na ukienda huko iombe, ambia Mungu kama hii dinner itaugusha boma yangu, Baba wacha yule analeta chakula tegwe hiyo sahani yaguke chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 19 of First Kings nasema, verse 4, but he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under the broom tree, and he prayed that he might die. Remember the woman? He was just looking for a last food that they might die. Kwa sababu ya kukula na huyu mama Elijah mtumishi wa Mungu, naye ameanza kufikiria kukufa. That is how powerful food can be. Because the spirit from him ama from her imeruka kwa yule mama, imeruka kwa nabii. Na ameanza kufikiria the same way. And he came and sat down and he said, it is enough now. Oh Lord. Yule mama naye alikuwa anataka kukula chakula ya mwisho. It is enough. Hiyo chakula ya mwisho. Sitaki chakula kingine. Ninogete gutura. Nyene nginyete mwisho. Maisha makwa ni manogetie riu. Ndike watawikara riki. It is enough. Now Lord, take my life, for I am no better than my fathers. Mesikia matamushi kwa sababu ya ile chakula alikula na ule. Spirit imeingia huyu mzee. There are people here contemplating to die. Hapa kuna watu watatu wamefika mwisho na wanataka kukufa. Watatu wako hapa. Mmoja ni mwanaume na wawili ni wanawake. Na hutakufa. Si unajua sasa unaogopa kusema amen ndio isemekane ni wewe. Hautasema sitakufa. Yes. Food you eat with somebody can cause you just to think like them. Food will bring families together. When we go for festivities, Christmas, we go mainly to go and dine together. Just to bring these families together. That's how good food also is. When you eat together, there is that unison. There is that benefit that you get out of the food. Inasababisha mnakula pamoja, mnaulizana, waji kole, niki turanagia ma. Mwana witu, niki kada kuheteirie naki. Because of food. Mumekula. Hapo ndio nasikia sasa waji kwa akisema, nilirika na hamwe nyola tokire kwaku, uria muthuri waku adorire manyira. Niĩ nĩguo ndaugire, ndikwenda horo wanyu. Na nĩguo madokire tari muhutu, na nĩguo madorire manyira. Ndio nena kuma ndaumire ngethie. Because of food. Alikasirika na akatengeneza uadui na wewe because of food. But food brings people together. When families come together, they ate together. The book of Psalms 133 nasema, how good. Ni wega atia. Adu anyi nomwe, adu afnyobe mwe, mashokanereire, magaikara hama makareyanira. Yeti tamaguta makiharuruka nderu-ini cia Haruni. Oh, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wega atia. How good is this? Bwana Yesu asifiwe sana. It is that important, that good, that very special. Food has power to destroy completely. Proverbs 23. Food has power to destroy completely. Ilete mazingira. When you sit down to eat with arura, consider carefully what is before you. That's what the Bible says. And put a knife to your throat if you are a man given to appetite. Kama wewe ni mulafi, wewe kukaa na Ruto mwanze kukula. Si kulikuwa na mapasta walikuwa naenda huko kukula kina koki. Kwenda huko kuomba kwa State House, kuomba kwa. Now, muko na sauti ya kuambia Ruto amekosea? Muko na sauti? Unaweza kosea mfalme mwenye mmekula na yeye? Hawezi. Tuliwaona walipoenda kule maombi ya hapa Nyayo Stadium. Mliona? Alikanyaga mama mmoja, alikanyaga pulpiti. Mama alinua miguu juu. Mungu akasema hii maombi nimekataa. Hii ni maombi ya chakula. You can never sit with a king. Arura,
Don't eat, don't dine with them. Keep distance from your apostle. Don't dine with him. Niko na power ya kukumaliza tukikula tu hapa. This is what the Bible says. Turudie kidogo, tuanzie hapo kidogo. When you sit down to eat with a ruler, consider carefully what is before you. Huyo mdhamaki. Consider carefully, because hapo atakuchinjia. Hiyo chakula mnakula na yeye, hapo ndio itafanya decision. Huyu mdhamaki wa Esther, alipokula chakula ndio Hamani alichinjwa. Hapo ndio decision ya kuchinja Hamani ilitokea. Alipokula chakula, hapo ndio decision ya Esther kukuwa bibi kamili ilikuwa. Na watoto wote wa Israeli, nyumba ya Waisraeli ikaokolewa because of food. Kwa hivyo mdhamaki anaweza kuchange over a meal. Just a meal. Tokeleanila nawe. Huyu akuja niambie, unajua huyo mtu alikuwa amepaka kukuua. I will just drastically change and I will kill you because ya fitina, maana tumekula na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hii imewashika vizuri leo? Ninataka niende tu pole ndio muelewe. Ile deja iko na chakula. Hapa niliwekewa sumu juzi tu hapa. Nikawekewa sumu nikakula. Na wale waliweka, mmoja aliyeweka alidetect, alipatwa na feelings. Sema feelings. Alipatwa na feelings. Akasema, sijui ni kwa nini naona apostle ni kama ako kwa shida. Naye mwingine mwenye alisikia hiyo prophetic feelings akakuja akaona apostle, akapata apostle amelala tu. Akakimbia pale akanunua maziwa akapatia apostle. Apostle akafufuka. Yaani unasikia hiyo karuga venye kametengenezwa na ujinga mingi. Maana traces zinapatikana vizuri. Bwana asifiwe sana. Wow. Food is involved in every decision making in meetings. Wakati mapresident wanakuja unakuta kuna chakula cha mchana. In decision making. Hata kama ni ya marriage, the food is there. Kama ni ya biashara, food is there. Kama ni ya kuvuja ndoa, food is there. Kila kitu in every decision. Kuolewa, kudugwa mimba, kudugana mimba, food is there. No mugethie koma mutarite. No ginya mwambe muria muhone nigetha mukameke decision ya kurehe mundu. Kana tiguo mami? Yes. Hallelujah. So anything that happens around you, food has played a role. Food has played what? A role. In what? Your downfall, your rising up, your destruction, your success, your failures, your marriage, whatever that it is, food has been involved. It is working. It is working either negatively or positively. Food is used to capture or lure people into traps. Food is used to capture or lure people into traps. If you look at the book of Daniel 1, verse 8 to 16. When Nebuchadnezzar was given food by a king to eat, but he refused. Akina Meshach kina Abednego walipatiwa chakula, but they refused. But Daniel purposed in his heart that he will not defile. So food is used to bring defiling. Sio lazima nilale na wewe ndio nikudefile. I can defile you with food. You don't need to go. I don't need to sleep with you. I need only to give you my food, and I've defiled you. Because this food, where has it come from? Hii chakula imetengenezewa wapi? Ni nini imetumika? Ni nani ameipika? Wengine wanajua, tunajua waganga wachawi wenye wanafanyanga. Mwingine atatumia makojo yake aweke kwa hiyo chakula. Mwingine amelalisha ile nyama ameweka kwa hiyo chakula. I will defile you
using the food. Huduma nyingi zimeanguka hivyo. Nabii wa Mungu ameletewa chakula na amekula. Na hiyo chakula iko na kanini? Kanyama ama kachapati kamekaliwa. Sasa kutoka hapo nitaanza kutoa unabii kulingana na kachapati na kale kanyama venye kalilala. Mwadhani ya gosho. Hallelujah. Daniel purposed in his heart that he will not defile himself with a portion of the king's delicacies, nor with the wine that which he drank. Therefore he requested for the chief of the eunuch that he might not defile himself. So food is a tool of defilement. Nao nagoja tu utogoswe ndio useme alikudefile. Kumbe nilikudefile na peremede. Kaile ka biscuit nilikupatia. Kwa niko gakurekeirie. You are suffering because just a biscuit. Gari kubwa. Just ka biscuit. Niangalie tu. Kamadasi tu kamemaliza. Nani kamadasi kamoja? Mokolino hai. Kamadasi kamoja. Kale ulipatia ukakula. Wasichana, kinunuliwa kitu kataa kwanza muulize ni ya nini. Chocolate muulize ni ya nini. Sidio? Don't just eat. Kwa sababu hii chocolate iko na maneno. Iko na program, imeprogramiwa. Danieli akasema sitakubali kukula. Kwa sababu chakula ya mfalme imenenewa. Maana alikuwa anataka kubadilisha huyu Danieli awache kuabudu Mungu wa kweli, aabudu Mungu huyu wao. Lakini akajua nikikula hii chakula nitaachana na Mungu. Kwa hivyo chakula inakutenganisha na Mungu. It causes you, defiles you. Once you are defiled, then you are finished. Mbona hiyo ifanye? Hebu akisha hapo. Yaani saa hiyo yote tumekuwa hapa hii. Akisha huko wewe mzee hapa padi. Hapo katikati. Hataoni. Macho ilipotea, changa ilimaliza macho. Now God has brought Daniel into the favor and the goodwill of the chief of the eunuchs. Sina mmeteseka sana? Ni chakula. Poleni sana. Adasikia hata ameongea na radio call. And the chief of the eunuchs said to Daniel, I fear my lord the king, who has appointed your food and drink. For why should he see your faces looking worse than the young men who are your age? Then you will endanger my head before the king. Daniel alijua. Akajua this food is meant to kill me. Na akasema I fear my God. I will not eat your food. Sitakula chakula yako. Because hii chakula imepangwa inimalize na ifanye Mungu wangu akasirike. So Daniel said to the steward, whom the chief of the eunuch has set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, please test your servant for 10 days and let them give us vegetables to eat and water to drink. Test them for 10 days. Kwa hivyo hata chakula ni mateso. Unawekwa kwenye mateso ya chakula. Siku ngapi? 10. Na ndio unaonaga tunafuga. Unatesa mwili wako. Ndio usikue mwili wa kuweza kubebwa anytime. Maana huu mwili unaweza kuchukuliwa. Unaweza fugiwa jela siku 3 ama 4. Useme nimekubali wacha tu niseme. Why? Because mwili wako umekuwa conditioned. Umekuwa defiled. Then let our appearance be examined before you, and the appearance of the young men who eat the portion of the king delicacies as you see fit, so deal with your servants. Ni msimamo. Alisimama na msimamo kamili. Akasema sisi hatukuli tutikulia ngo. We are not going to eat. How many of you can refuse food Serena? Nikupeleke chakula sahihi Serena. How many of you can kataa?
Ni ndikoria. Ndũngĩtĩkĩra kwaga kũrĩa. Yuke na gĩthani kĩba sisering. Na anabeba hivi. Unaona mtu anayeyuka tu anaanza ku unakuta grili yote ya magoro inaisha. Na ni ile chakula tu uliwacha nyumbani. So he consented with them in this matter and tested them for 10 days. They were firm. They were strong. How many of you can be that firm and can be strong that you can never be tested? Daniel said, test us. To test, tujaribu siku 10 wana kama tutakufuata. Hallelujah. And at the end of the 10 days, their features appeared better and fatter in flesh than all the young men who ate the portion of the king's delicacies. So the king delicacy ilikuwa na shida. In 10 days walikuwa wamenona, wamekaa vizuri. Walikuwa hawajakula 10 days, lakini walikuwa wazuri. They were better. Na wale walikula, faces zao zilikuwa zimekunjana, kukunjana. So food has a power to destroy. Food has a power to bring down. Food has a power to make sure you don't succeed. Food inafanya mtu akuwe na loyalty. If I buy you food, you will be loyal to me. Food can make you unclean yourself. Food can be used to offer you to the gods. Food can make you loyal to somebody. Food can make you to be offered into the gods. And food can make you unclean. I want to end there. Tutaendelea na hiyo ingine in the service ya evening as I will be blessing you. Tusimame kwa miguu yetu. It's a big topic. Lazima tuimalize leo because I want to bless somebody. I want somebody to have a different idea on food so that you can know and you can make a decision when you're eating. Just don't eat. Food is not food until it is made to be food. Hallelujah. Tell your neighbor, food is not food until it's made to be food. How do you make it? By cleansing it, by putting it before God. Sio kila chakula unakula. Sio kila kitu ukipata unachakula. Hata mama yako akikuletea chakula, iombee kwanza. Hata baba yako akikuletea, iombee kwanza. Want to know where has it come from? Because kama baba yako alienda kwa mganga, akaambiwa pelekea watoto wako, si atakuletea? Yes. Na kutoka hapo utaanza kubehave kama mganga kwa madhabahu. Hello. Are we blessed today? If you are blessed, lift up your hand. How many of you are blessed? Have you heard something you've never heard? Yeah? Have you learned something you've never learned? Yes. Hata mimi nimesoma kitu sijawahi soma. I never knew that how dangerous food is. And you hapa napenda kukula. Kai. Niguo ya gaguku. Mtumishi, nenda kurehera kariga. Mtumishi, ndakurehera iembe. Mtumishi, ndakurehera sausage. Wako za my sausages. Hizo nazipenda. Hizo msiniletee kutoka leo. Mimi nimezikataa. Sema nimekataa. Sitaki msiniletee chakula. If I have not appointed you to do so, don't do so. Hallelujah. Na msiwe mnakula chakula hapa ofyo. Mtu amekuletea ati ukatolia toligoto ya no. Don't. Na yule mtu anakuja na kukopa pesa. Be very cautious. Nitakufundisha power in hiyo. Ati nakuja niko jaa, sina pesa, sina tikiti ya kukuja kanisa, nitumie shilingi 200, nitumie 500. Wacha nikwambie. Unajua huyu mzee, hebu mzee kuja. Unajua huyu mzee, hii ndio mara yake ya pili kuweka pesa kwa bahasha. Tangu tujuane kutoka City Stadium.
Hii ndio mara yake ya pili kuweza kaka. Tumeng'ang'ana na hii demon mpaka imeweza. Maana huyu ni muganga, alikuwa muganga. Baba yake ni muganga, akamwachia uganga. Huyu mzee ukihesabu pesa zake, hebu nione. Weka kwa bahasha. Hawezi. Leo ndio kwa kikapu hawekangi kwenye kikapu. Na kwa bahasha hawekangi, anakujanga. Na inakuanga noti ya, hii ni noti ya ngapi? Reason kwa nini unawekanga noti ya 200, ya 100 na ya 50? Kutegemea ile pesa niko nayo ndio naweka kulingana noti. Mbona uzipange hivyo? Sasa hiyo kuzipanga. Kulingana na kipawa yangu. Kulingana na kipawa yako. Ndio kwa maana umezipanga hivyo. Ndio napanga naweza weka hata nilikuwa naweka tu hapa kawaida. Lakini kwa heshima kulingana na mambo usiku kana nini akasema kwa bahasha, wacha niweke tu kwa bahasha. Lakini sasa umesema ni kulingana na kipawa chake, ndio kwa maana amezipanga hivyo. Mnaelewa hapo hivyo? Kulingana na nini? Na kipawa alicho nacho, ndio kwa maana anazipanga. Maana huo ni mtego, usiteguke. Kulingana na kipawa chake, analinda kipawa chake. Lakini kwa sababu lazima ingie kanisani, anakuja na anajua jinsi ya kutega na kutegua. Umenielewa, si ndio? Si ndio? Kwa hivyo sasa kuja sasa mtu kama huyu akupatie fare kulingana na kipawa chake. Kulingana na nini? Amekupatia 200 kulingana na nini? Na kipawa chake ni za kupatia watu dawa ya nini? Ya mapenzi. Si unapatia dawa ya mapenzi? Sahi uliacha zamani. Hiyo na kazi ilikuwa ya kitambo zaidi. Ndio asikatai. Zamani ulikuwa unapatia dawa ya mapenzi. Kitambo. Ukimpatia kitambo, nasema kitambo. Ulikuwa unapatia dawa ya mapenzi. Kitambo. Sasa itisha mtu huyu tikiti na hako na kipawa. Tena wapia pesa yako kabla haujaitoa. Mtu amekuja amekwambia ati hana fare ya kukuja, ati nipeleke lunch pale. Kuna watu wengi hapa wameambiwa nipeleke lunch, tuende fanya hivi. Na ukienda hakuna story nyingi unapatiwa. Unaambiwa wewe ni mrembo, unaambiwa wewe ni nini, unaambiwa wewe ni nini, ninakupenda. Ukimuuliza hauogopi mafuta, anakuambia si hata apostle anakuaga na watu wengi. Na huyo alikuanza na nini? Na fare. Alikuanza na lunch. Ameanza kukupanda bego gani? Ya usherati. Sasa chukua hii 200 hii, weka kwa mfuko. Na doname hoera wona mushirika. Wona dugata jaka kanitha ile. Wona muhoneki. Lakini ako na kipa. Haleluya. Ako na nini? Kipawa. Tiki yako rugoshuru. Wekelea hapa. Thank you. Si unaona? Lazima ifugue. Ni kipawa. Mugena geke. Hii mutakuwa nayo. Hii mutakuwa nayo ama muende mkanunue. Hii ni ulimwengu ya kiroho. Na tunaoperate katika ulimwengu wa wekeleeni sadaka zenu. Ndio nawaambia wekeleeni kwenye madhabahu. Wekelea sadaka hapa. Na fungu za 10 wekelea hapa. Na kama uko na sacrifice wekelea tu hapa. Nitaziombea zote. Kuja mpaka huko mwekelee huko. Kimbilio langu na ngome yangu, wewe waweza. Wewe waweza. Wewe waweza. Kimbilio langu na ngome yangu,
waweza, wewe waweza, wewe waweza, unaweza, wewe waweza, kimbilio langu, kimbilio na ngome yangu, wewe waweza, Baba unaweza, wewe waweza, Baba unaweza, wewe waweza, kimbilio langu, kimbilio langu na ngome yangu, wewe waweza, Baba unaweza, wewe waweza, Baba unaweza, wewe waweza, kimbilio langu na ngome yangu, wewe waweza, wewe watosha, ni wewe watosha, kimbilio langu na ngome yangu, wewe watosha, unatosha, wewe watosha, Baba unatosha, wewe watosha, kimbilio langu, kimbilio langu na ngome yangu, unatosha, wewe watosha. Inua mikono yako juu, tuseme maneno haya. Mwambie Bwana Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, nimekuja mbele zako kutubu dhambi zangu. Ninaomba kutenganishwa na chakula chochote nilichokikula ambacho kilikuwa na uovu ndani yake. Chochote nilicholishwa bila mimi kujua, ninajitenganisha. Nguvu za giza zilizoambatanishwa na chakula nilichokula, ninajitenganisha nayo. Kutoka leo ninajitakaza kwa damu ya Yesu Kristo. Somebody say amen. Wangapi wako hapa wangetaka kuokoka? Ungetaka, umesikia, umeguzwa na neno la leo na ungetaka tu kumrejelea Yesu, kuokoka tu. Deliverance nitafanya baadaye, wokovu tu peke yake. Asanteni sana. God bless you. Tukutane saa 8, tukutane saa 9:30. Mpige makofi. Saa 9:30, saa 9:30 tukutane hapa. Kwa hivyo waende lunch yako kisha ukuje saa 9:30. Kuna baraka ambayo nataka kuwapatia. Niliwaambia kuhusu mchanga niliobeba kutoka nje na baraka zingine nyingi ambazo Mungu ameniambia niwazungumzie. Tuendeleeni kuimba, waimbaji, na Mungu awabariki. Hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako, hakuna jambo ngumu kwako, Yesu, Yesu, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako Yesu, Yesu, hakuna gumu kwako, hakuna jambo gumu kwako, hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako, hakuna gumu kwako Yesu, hakuna gumu kwako Baba, hakuna gumu kwako, hakuna
wagonjwa